hearing more from him later on. But now, Babu, let's take a look at what happened in Kisii recently, and the People Daily has somehow highlighted that why Gusii residents want issue-based politics. And the United Alternative Government leaders' 3-day rallies in Gusii region last week were meant to sell their policies and unveil their presidential aspirant ahead of picking their presidential flag bearer to face rivals in the next general election. Now, but some leaders, hosted by the Jubilee Party presidential hopeful and deputy party leader Fred Matiang'i, turned them into a battleground against the region's elected leaders, which infuriated the latter's opposition. Now, the Democratic Citizens Party, DCP party leader, and the immediate former deputy president, that is Rigathi Gachagua, reduced it to a duel between him and leaders allied to Dr. Matiang'i. In his at various stopovers in Kisii, Nyamira, and Nyamira counties, I beg your pardon, Gachagua drummed up support for former education CS Ezekiel Machogu, aspiring for Kisii County's gubernatorial seat through the Jubilee Party. And of course, the story is on the People Daily. You can grab that particular newspaper to get a look at it. But I want to focus on the United Alternative Government, but also the place of what the young people are in that particular formation. Talk to me, Babu. Are you on the table or on the sidelines and just the face of the young people in the United Alternative Government? Thank you so much, Fred. Amwai. Let me start with the last question, whether the young people are on the table or on the sidelines or on the menu, or maybe there's no table. I think one thing I want to put on record is the principals are watching this show because they are aware that I'm here. And when you see me here, this is a face of the young people in the United Alternative Government. And if you follow through our campaigns and rallies, I'm always there. And I want to put on record that to some extent we consult closely, but we're not doing well yet. And those are things subject to consensus building. And what do you mean you're not doing well? We are having a, you see, in a family setup, there is always the first child, the last child, and the middle child. And the level of engagement between those children and the parents are not the same. So I want to say that the United Alternative Government, we are accommodative enough to the young people and the women, and that has been demonstrated time over time. And you said that you asked me whether I just show up on the presses and read presses and on the table. Table matters we discuss privately. And then you see us on the press. You cannot be on the press if you are not on that table writing that press statement. What? Because you see, the youth had, when they took to the streets, they wanted, somebody that speaks their language, and that is somehow a youth, and they wanted to rally behind a different kind of figure that is not the old political people that we've seen ever since we were born. And I don't know if that is still the case, so things have changed in terms of, who we want to identify with or relate to. Of course, yes. Nothing has changed much. And what you're saying is, and it's good you're bringing it up. One thing that comes out is the young people are so politicized right now, and they are willing to come on board. And what I would tell Kenyans and colleague young people is there is no team that has ever won a match if their players are not on the field. For a team to win any match, the players must be on the field. They have to play. Even a team that gets a walkover, they are given a walkover because their players were there and the opponents were missing. So for the young people to also ensure that their input and their contribution are taken care of, we have to galvanize around one of us, our colleagues who are already at the table. And that's why I keep galvanizing and bringing on board young people, not just to sit on the table alone. I have to be on that table with more other young people so that when the principals are deciding, they are not making decisions with the thinking that Ken Babu is alone. They also see amalgamation of other young leaders who believe that this country needs an intergenerational conversation. So that when Rigathi Gachagua brings a conversation of their time, I also bring a conversation of our time, because we are AI and technocrats. Okay. We cannot be speaking the same language, but if we coalesce and agree, then we are going to move the country forward. And let me just highlight something on the issue of Kisii tour and all that. When we were heading to Kisii, we passed through somewhere called Mulot. Mulot is less than 3 kilometers from where President Ruto comes from. In fact, if you are on the sunroof of your vehicle, you can easily see the rooftop.
Wacha nimalize. Kwani rais ako na makao mingi. Rais ako na makao ambayo inajulikana, nafikiri ile ambayo unajua. Ile ambayo inajulikana. Unajua. Ni ile Asugoi. Wakenya wanajua zingine. We were some called Mulot. Pale Mulot, wale ni wakaazi wa Mulot pale, majirani wa rais. Tukawauliza swali rais. Hapa Mulot, nyinyi mko wa serikali? Wakasema hapana. Hapa Mulot, kijana wenu ako rais, wakasema sisi hatuisikii. Tukauliza swali rais. Hapa Mulot, mkipelekwa kwa debe leo, ni one term ama two term? And I want to tell you surprisingly, the neighbors of the president were in agreement with us that this regime should go home. As if that was so far. So far. But we went to somewhere. Hold on. That we went to Turbo, not the coalition, but now me, myself, and my jeshi ya vijana tulienda pale Turbo tufanye kitu naitwa ground check. Tukauliza pale swali kidogo. Watu wa Turbo, ile ward rais anatoka, wanasema hapo ni one term kuanzia MCA hadi president. So I want to ask you, my brother, if you are the president and even people, your villagers, believes that you've not done much for the whole country, why would you think that you can win elections? And we saw recently, through the Star, the president was trying to insinuate that he is going to win elections in all the 24 counties with about 10 million votes. I want to tell Kenyans that this is how regimes that are dictatorial try to create perceptions to rig themselves back to power. The president is trying to create a perception that he is capable of winning an election so that when that time comes, he can easily rig himself back to power. But why do you think he's not capable? But I'm coming to that. But let me give Kenyans hope, because Kenyans are tired. Any ordinary citizen in this country is tired with the state of the economy, is tired with the state of health, is tired with the state of education, and the level of corruption in this government. Recently, we lost 11 billion in SHA. Those are not just money. Those are lives of people who are dying right now because somebody, three men, decided to squander that money. You get that? If this regime tries to rig itself back to power in 2027, then Kenyans will be justified beyond reasonable measures to use any alternative means to get them out, because people are exhausted and people are tired. All right. Now, on your question, why we feel that they are not popular, it is clear. So far we've visited around 18 counties, about 18 counties so far, 18 to 20. And the communication is, the president, as it stands today, Mr. William Ruto, does not stand any chance to getting re-elected. And therefore, he cannot purport that he is leading in 24 counties. Which are these 24 counties? And let me just finish with the Nyanza region. He is purporting to be leading in all the 4 Luo Nyanza counties. If Raila Odinga was in the ballot, and still we had some issues in voter turnout, today, Raila was how do I put it? In the absence of Raila in the ballot, President Ruto has not done much to convince people from that region to come out and vote for him. And equally so, he talks about working with Raila. Kalonzo Musyoka worked with Raila for 15 years. Kalonzo Musyoka equally has equal rights for that voter block. And finally, and I said as I started my conversation, that Senator Edwin Sifuna has outgrown county politics. And going forward, we as Kenyans and the young people, we are looking at him at the level of presidency and the national conversation, because the issues he's talking about are issues that cutting across, do not just affect Nairobi alone. Asante. These are issues that cuts across from Turkana all the way to Mandera. And therefore, if Sifuna decides to take a shot at the national table to change the leadership of this country, I, Ken Babu, will offer myself to replace and fit in his shoes at the Senate, because we've seen the president trying to bring some candidates that have not even debated in Parliament up to date, to try replace a brilliant mind of Edwin Sifuna at the Senate. We will not allow this county to be taken for a joke. This is not a comedy theater. Tunashukuru sana Bwana Ken Babu kwa sababu ya kupata muda wa kukuja katika studio ili tukaweze kupata mazungumzo na kuweza kuchambua gazeti asubuhi ya leo. Na hivi sasa naona kwamba Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amekwisha wasili kwenye studio zetu, na maanisha kwamba tutaweza kumpatia Gatonyo wa Mbogo nafasi hii ili akaweze kupata kuwa na mjadala na seneta huyu
katika masuala tofauti yanayohusiana na siasa hapa nchini. Waswahili wanasema ya kwamba iwapo unaona kivuli cha mtu mfupi kimeanza kurefuka, bila shaka ni kumaanisha ni machweo au macheo. Brian. Right, and of course, thank you so much, Ken. Ken says Senator Sifuna has outgrown county politics, but SG alisema msimchoche tu alafu sakiwitaji All right, and of course, Senator Edwin Sifuna, who is also the Secretary General of the ODM party, is here with us this particular morning to talk on quite a number of issues in regards to what is happening in the country and the Linda Mwananchi Brigade, which has been making inroads in different parts of the country. Of course, they've taken a break to, mark Ramadan celebrations in respect to the Muslim community, but they say they shall embark on that particular fit whereby they want to consolidate, or rather speak to the people of Kenya in regards to what is happening and which direction they should actually get to take. A lot of people have had different issues to say as far as Sifuna is concerned, and whether he should go for the presidency or join the alternative government. That is, of course, one of the questions that he will actually be telling us. But he did ask the people to be able to register as voters and also do a rally behind him in regards to trying to ascertain how many people are actually behind this particular movement, so that whenever we make a decision in regards to which direction we're supposed to take, it is informed decision, and that there are so many Sifunas are lining up. And of course, like we said, the People Daily did look at some of the options that he has. People opining that, of course, the people of Kenya are the ones that are going to give Senator Sifuna a direction and tell him exactly where to go. Like Ken Babu did say earlier, that he has outgrown county politics. A lot of people say he should not go for something small, he should go for something big, and that is the presidency. Sifuna has stated that he's confident that President William Ruto will not be re-elected because his internal wrangles within the ODM party, some calling for him to resign. Him and, of course, other leaders allied to the Linda Mwananchi faction have been urged to leave the party if at all they feel dissatisfied and not confident enough with the party's decision to work with President William Ruto. And, of course, that is the conversation that we'll be having this particular morning, to try and understand. He's also raised the issue to do with the 10-point agenda, which he says is not confident that it will be implemented in the next few days. I believe it is on the 7th of March. The Linda Ground faction, of course, has been able to talk on these particular issues because it is one of the issues that the senator has been raising, for a better part of his utterances and campaigns and rallies. He's been pointing to the 10-point agenda, showing no confidence in regards to its implementation. Well, as far as that is concerned, there's some clarification. I don't know who got it wrong or who got it right, whereby they say the Linda Mwananchi faction seems to have gotten it wrong in regards to the 7th of March. It is not the end of that particular pact. Rather, it is the marking of 1-year anniversary of these two parties working together. And of course, we'll be getting into that conversation. Gatonyo Wambugu, of course, is here in studio to engage Senator Edwin Sifuna and the Nairobi Senator Edwin Sifuna and the Secretary General of the ODM party. Of course, one of the questions that we did ask you earlier on our social platforms is whether the Linda Mwananchi Brigade should front a presidential candidate or join the alternative united alternative government. Of course, that is a question that we also expect your views and some of the questions that you have in regards to this particular conversation and to the senator himself. But before I leave, I want to leave you with this bite from the party leader, interim party leader of the ODM party, that is Oburu Oginga. Let's listen in. It is only a few dissenting voices, and some of them don't even want to be disciplined. Before the disciplinary process starts, they are already in court. But you cannot be rushing to court before you exhaust the party processes of discipline. If you are if you are a party leader, you are an SG of a party, you are a treasurer, you are a policy maker of the party, and you participate in those processes, you have no right to come out and oppose what you have participated in passing. So I'm telling them that if you are tired of ODM, ODM is a national party.
And there are many parties in Kenya. You can opt to go to any one of them. But if you want to be in ODM, you must play by the rules of ODM. All right, that is the interim party leader of ODM party. And of course, if you want to be in ODM, you have to play by the rules of ODM. If you're tired, then you have other options in regards to joining other political parties. I believe Senator Sifuna will be engaging us on that. Right now, I do want to hand you over to Gatonye Wambugu. Gatonye, over to you. Asante sana wenzangu. Habari wasikilizaji na watazamaji wetu popote mlipo. Hiki ni kipindi chetu maalum kinachokufikia kupitia idhaa yetu ya radio na televisheni. Wasikilizaji wetu wa Kameme, wacha niwaambie hapa nitakuwa ninamwaga Kiswahili. Kwa hivyo ni vizuri kuwatayarisha. Na leo hii tunayo bahati kubwa kuwa na Senator wa Nairobi, Mheshimiwa Edwin Sifuna, ako hapa pamoja nasi. Na Mheshimiwa Sifuna, karibu sana. Huko namna gani, uko aje asubuhi ya leo? Nataka nikupatie hii nafasi kwanza usalimie wasikilizaji na watazamaji wetu. Asante sana kwa wasikilizaji wako wa Kameme pamoja na watazamaji wa K24, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Natumai kwamba mumeamka vyema. Gatonye, sijui mbona unazungumzia bahati, manake mimi ni mali ya umma. Na ninahitajika kwamba wakati ambapo tunapata fursa ya kuzungumza, tuje tuzungumze na nyinyi, kwa sababu unajua mshahara wangu unalipwa na walipa kodi wa Nairobi. Kwa hivyo kama ni nyinyi mnanilipa mshahara, na ninalo jukumu na mimi kuwajibika na kujibu maswali yenu mpaka niwaridhishe. Kwa hivyo kisiwe kitu kikubwa, ni vile tu kwa sababu ya muda umepita kabla nije katika studio zenu, manake mambo yamekuwa ni mengi. Lakini nafurahi kwamba leo hii mmeweza kunipa fursa na mimi nizungumze na wasikilizaji wenu. Asante, tunashukuru sana. Nimesema tuko na wewe na nikasema wewe ni katibu mkuu wa chama cha ODM, lakini nikisikiza mkubwa wa chama, kiongozi wa chama, nasema wewe sio katibu mkuu wa chama, wewe ni katibu mkuu mwenye ameshikiliwa na koti. Sijui kwanza tuanzie hapo. Unajua hatutaki tuingilie mzozo huo sana, manake uko pale mahakamani, lakini jambo ambalo nataka niwakumbushe kila mtu ni kwamba sisi tunazunguka tukisema Kenya ni nchi ambayo inatawaliwa na sheria. Na wakati ambapo jambo limetokea kisha mahakama likatoa agizo kwamba uamuzi fulani usimamishwe kwanza ama ubatilishwe, ni jukumu la kila mtu kuheshimu mahakama. Ndio maana unasikia kila mara sisi tunazungumza kama wana linda mwananchi, tunasema kuna maadili fulani chini ya katiba. Maadili moja ni ule utawala wa sheria. Utawala wa sheria unahitaji kwamba kila mtu aweze kuheshimu mahakama. Kwa hivyo unapoona watu wanazungumza kwa njia ambayo sio ya heshima kwa mahakama, na wao pia wamekuja mahakamani kueleza mambo yao, jinsi ambavyo waliweza kuafikia ule uamuzi, inawezekanaje kwamba utoe maneno ambayo yanapelekea kuonyesha kuwa huheshimu hiyo mahakama ambayo wewe pia umekuja pale na unahitaji kwamba wakusikize. Hiyo ndio ile clash ambayo yuko nayo kati ya baadhi wengine wetu na wao, kwamba kuna wale ambao sisi tunaamini katika yale maadili ya kikatiba ambaye inahitaji kwamba kila mtu aweze kuheshimu sheria, kila mtu aweze kuheshimu mahakama. Kwa hivyo kama mahakama imesema kwamba Sifuna bado ndio katibu mkuu wa chama cha ODM, wewe kama mwananchi ambaye unaheshimu sheria lazima utambue kwamba Sifuna bado ndio katibu mkuu wa chama cha ODM. Mheshimiwa, tuseme kama mahakama itakuacha ofisini, lakini huu mgawanyiko katika chama uendelee vile tunavyoona, huoni kama nafasi yako itakuwa gumu kutekeleza ile wanasema untenable? Kwanza kabisa, nafasi hii si ya Sifuna. Hamna mtu ambaye amezaliwa kwamba nafasi fulani iwe yake kwa maisha. Unavyojua kwamba Mheshimiwa Gatonye, kumekuwa na makatibu wakuu wengine wa chama cha ODM, na nimesema wazi kwamba najua kwamba kutakuwa na makatibu wakuu wengine. Chama cha ODM kina zaidi ya uungwaji mkono wa wafuasi zaidi ya milioni 5. Siwezi kusimama niseme kwamba kati hao milioni 5 Sifuna pekee ndiye anaweza kufanya kazi ya ukatibu. Lakini mgogoro huu ambao uko ndani ya chama, nimesema wazi pia kwamba utasuluhishwa na wanachama wa ODM. Na nimewaomba kwamba kwa sasa, kwa sababu nafasi ambazo watu wameshikilia, watu wamechukua misimamo mikali kuhusu swala moja tu, swala ambalo linagawanya chama cha ODM si kubwa. Ni swala tu la ni nani ama ni vipi chama kiingie katika uchaguzi wa mwaka 2027. Kuna wale ambao wanashikilia kwamba wanataka kumuunga mkono Mheshimiwa William Ruto kwa awamu ya pili. Kuna wengine wetu ambao tunashikilia kwamba nchi hii haiwezi
kumudu tena uongozi wa William Ruto zaidi ya miaka 5 nyingine. Kwa hivyo huo mgogoro utatatuliwa na wanachama kwa kusema tunataka tuwape mamlaka kikundi kimoja. Waseme wanaenda na hawa jamaa wa 2 term ama waseme wanaenda na hawa jamaa wa 1 term. Kwa sababu haitawezekana vile wewe mwenyewe unasema. Ile ideological difference ambayo iko sasa na ile gulf ambayo iko pale katikati ni kubwa sana, na sisi tutaheshimu uamuzi wa wanachama wa ODM. Iwapo watasema kwamba wanafikiria kwamba chama kiende na njia ile, tutaheshimu kwa sababu hiyo ndio demokrasia. Unanielewa? Hii migogoro mheshimiwa, ukiangalia itaacha chama cha ODM wapi tunapofika uchaguzi wa 2027? Unajua sasa hiyo ndio tofauti iliyopo pale. Kuna mitazamo tofauti. Mtazamo wangu mwenyewe na ni mambo ambayo nimeweka wazi, si kitu cha siri. Kwamba kuna wale wanasema chama cha ODM kimechoka kuwa katika upinzani. Wanasema wanataka kuwa kwenye serikali. Lakini mimi ninavyowasikiza wa Kenya, Kenya hii ni kama wa Kenya tayari wameamua. Njia haswa ya ODM kujikuta kwenye upinzani tena ni kumuunga William Ruto mkono, kwa sababu mimi naamini kwamba anaenda nyumbani. Wakenya wengi wameamua kwamba hawatampa fursa nyingine ya kuongoza taifa hili mwaka wa 2027. Na unajua sijaelewa hili jambo kwamba upinzani ni kitu kibaya umetokea wapi? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amezikwa na heshima zake akiwa kama kiongozi wa upinzani katika mfumo wa demokrasia. Ambapo ni contest of ideas. Inawezekana kwamba leo uwe katika upinzani, kesho uweze kuuza sera zako na Wakenya wa kuunge mkono uwe kwenye serikali. Kwa mfano Gatonye, kule katika nchi ya Marekani kuna vyama viwili vikuu, wale wanajiita Democrats na kuna wale wanajiita Republicans. Miaka 4 tu iliyopita Democrats, hata si 4, 2 tu imepita. Kwa sababu kufikia mwaka 2024 wale Democrats ndio walikuwa na Rais Biden. Haya, wamejikuta sasa ni Trump amechukua. Huyu Trump huyu chama cha Republicans wakati anamaliza muda wake hakuna kujua kwamba kama watajikuta kwenye upinzani na Democrats warudi kwenye uongozi. Kwa hivyo haya masuala ya kusema kwamba kuwa kwa upinzani ni kitu kibaya, hapana. Hii inatakiwa iwe ni debate kuhusu sera ambazo Wakenya wangependelea na wanaweza kukupea mamlaka fulani. Kama baba amezikwa na heshima hizo zote, wakati huu wote amekuwa kiongozi wa upinzani, very proudly so, alikuwa akijiita yeye mwenyewe father of democracy. Unanielewa? Kwa hivyo wale ambao wanasema upinzani ni kitu kibaya, mimi naona kwamba wamepotoka. Number 2, upinzani haimaanishi kuwa kwenye barabara. Unajua wanatuambia tukitoka kwa serikali tutarudi kwa barabara. No. That is not what we are saying. Haiwezekani kwamba hizo ndo options mbili peke yake. Upinzani inamaanisha na nyinyi pia mtoe sera na mitazamo tofauti kuhusu njia ambapo nchi hii inaweza kuongozwa. Na sisi wanalinda mwananchi tunasema lazima sasa tutangulize mwananchi na maslahi yake. Ukisoma magazeti ya leo atakwambia jinsi ambavyo wengi hapa Nairobi na nchi nzima wanaendelea kupitia wakati mgumu sana, manake hamna fedha katika mifuko ya watu. Na hili ni swala ambalo tunaweza kuketi tuzungumze, tuseme tungependa tufanye njia hii na njia hii ili tuweze kuinua maisha ya wananchi wetu. Kwa hivyo wale ambao wanasema tukitoka broad based tutaenda kwenye barabara, nani aliwaambia? Who told them? Tunashangaa kidogo mheshimiwa, kwa sababu nyinyi wote hamuongei kwa sauti moja, ilhali tukiangalia nyinyi wote mlikuwa karibu sana na Mheshimiwa Raila Odinga. Kwani ni nini kilikuwa kinaendelea, ama watu wengine walikuwa wanaambiwa hivi, wengine wanaambiwa kitu tofauti? Kwa sababu kama nyinyi wote mlikuwa chini ya Raila Odinga, tulikuwa tunatumai mtakuwa mnaongea kwa sauti moja. Kwanza chama si kwaya. Haiwezekani kwamba watu wataimba wimbo moja kila wakati. Na haya maneno yamekuepo kwa muda. Kwamba kuna unajua mkiwa kikosi cha watu milioni 5, hata kama ni uongozi, kwa mfano lile baraza kuu la chama lina watu kama 40. Haiwezekani kwamba watu watakuwa na mtazamo mmoja. Ni kawaida katika demokrasia kwamba watu watakuwa na mtazamo, na haswa swala gumu kama jinsi ambavyo tunaweza kuingia katika uchaguzi wa mwaka 2027. Tofauti ni kwamba unajua Mheshimiwa Raila Odinga amekuwa kiongozi wa chama cha ODM kwa muda mrefu na amekuwa kiongozi wa wananchi kwa muda mrefu. Alikuwa na ile kitu ambayo tunaweza kuita kwa kimombo legitimacy. Yaani alikuwa amepewa ile nguvu na wananchi ya kuweza kuwatolea uamuzi. Kwa hivyo wakati mwingi yeye ndio alikuwa mwenye kutoa mwelekeo, na kwa sababu ya ile legitimacy alikuwa naye, hata kama ulikuwa na mtazamo tofauti ungekuta kwamba wengi wanasema kama baba amesema, kwa sababu ya ile heshima na pia historia yake, kwamba hata wakati mwingine kama ulikuwa na shauku ama dukuduku kuhusu uamuzi ambao anatoa,
kuelewa. Tulikuwa na ile imani kwamba baba anajua kitu ambacho ni bora kwetu. Si eti kwamba tulikuwa tunakubaliana na yeye kwa mambo yote. Na hata alipokuwa hai, baba alikuwa na ruhusu watu kumkosoa. Nakumbusha watu kila siku kwamba wakati ambapo chama kimeingia katika uchaguzi wa mwaka 2014, kulikuwa na mpinzani wa Raila. Alikuwa anaitwa Mheshimiwa Simba Arati. Baba alimruhusu. Yani si hata kumruhusu. Hakuwa na shida kwamba alikuwa anaweza kuchallenge ama uamuzi wake ulikuwa unaweza kuwa challenged. So tofauti ni kwamba ule uongozi ambao tunaona kwa sasa ni wale ambao ukimwambia kwamba una mtazamo tofauti, anaona ni kana kwamba umemkosea heshima. Unanielewa? Kwa hivyo tukisema tunaweza kufanya jambo hili hivi ama jambo hili vile, anaona ni kama unamkosea heshima. Nataka nikupe mifano ya wakati ambapo tumetofautiana wazi na Mheshimiwa Raila Odinga na hakuchukulia swala hilo vibaya. Alituita na akajaribu kutupa maono yake, na sisi tukamwambia baba, sisi tuna mtazamo tofauti. Swala zima la Adani kwa mfano. Baba publicly alikuwa anashikilia, anasema kwamba turuhusu mradi huo mzima uweze kuendelea pale katika airport yetu ya JKIA. Sisi katika bunge tulikuwa tunasema na tulimuelezea na alielewa. Tukamwambia baba, hamna mtu yoyote ambaye anasema hatuhitaji airport mpya. Hamna mtu ambaye anasema wawekezaji wasije katika nchi yetu kuweza kufanya miradi kama hii chini ya mfumo mzima wa PPP ama private partnership. So ile tulikuwa tunamuelezea, tukamwambia baba, ni wewe ulitufunza kwamba lazima tukifanya jambo lolote tuweke maadili fulani. Maadili ya kwanza ama kile kitu ambacho lazima tushikilie kama ODM ni jambo la uwazi. Kwamba iwapo unataka kufanya mradi katika taifa letu, weka wazi kwamba kwanza tunatafuta mwekezaji ambaye anaweza kututengenezea airport yetu. Dunia nzima ijue. Kisha kila mtu aweze kupata fursa ya kusema mimi nitafanya kwa kiasi fulani cha pesa, design yangu ni hii. Alafu Wakenya waweze kuona jambo gani ambalo yani proposal gani ambaye ni bora zaidi. So baba yeye alituketisha chini na tukamuelezea, tukamwambia Jacob, hatuna shida na wawekezaji, lakini ulitufunza kwamba lazima kuwe na uwazi. Na baada ya Mheshimiwa John Mbadi kuingia pale Treasury na baada ya swala zima la Adani kuwekwa kando, uliona ile wizara ya fedha ikichapisha sasa muongozo ambao utapelekea kuwepo na uwazi haswa katika hii masuala ya PPP. Nimeona juzi hata kulikuwa na proposal nyingine ambayo imekuja kuhusu miundo msingi katika swala zima la stima. Na wakachapisha pale wakasema tumepokea proposal fulani, wanajaribu wanasema watafanya hili na hili na hili, kama mna maoni muweze kutoa. Manake Gatonye, ile shida ambayo iko katika Kenya hii ni hiyo kukosa uwazi na mambo yanafanywa katika chini ya meza ambayo yamefichwa. Sisi kama wana ODM tumefunzwa kwamba miradi si mibaya na hakuna mtu ambaye anakataa maendeleo, lakini tunataka ifanywe kulingana na maadili ya kikatiba. Lakini ni ukweli Mheshimiwa Sifuna kwamba Raila Odinga aliacha ODM ikiwa kwenye hii serikali ya broad based. Kwanza unajua unazungumza kwa nini wewe na wengine mnataka kuitoa pale Raila aliwacha? Wanazungumza ni kana kwamba Raila Odinga alienda safari. Unajua kama ulikuwa umepanga kitu kwamba ninasafiri mahali, unaweza sema wacha niache mambo yangu yakiwa hapa. Kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga si kitu ambacho mtu yote alitarajia. Mnanielewa? Na aliposema ya kwamba tuweze kufanya ushirikiano na serikali ya UDA kwa sasa hadi mwaka 2027, kuna muktadha fulani, kuna mandhari fulani ambayo yalipelekea ililazimisha kwamba tuweze kusaidia serikali hii ili iweze kuwa stable. Wakati ambapo vijana wameingia katika barabara mwaka 2024, serikali nzima imevunjiliwa mbali, nchi iko katika hali ya hatari. Baba akasema sasa jinsi ambavyo vijana kwanza walivyoingia katika makao makuu ya idara ya mahakama, kwa maoni yake baba alikuwa anasema kwamba inamaanisha kwamba unajua nguvu zote ambazo tunazo kama viongozi, whether ni katika idara ya mahakama ama katika bunge ama katika uongozi wa taifa, zinatokana na mamlaka ambayo tumepewa na wananchi. Na wananchi wakati wowote, unaona katiba, sijui kwa nini leo nimesahau kubeba katiba yangu. Katiba inasema kwamba mamlaka ambayo tuko nayo ama wananchi wanayo yanaweza kutekelezwa either directly kupitia viongozi ambao wamechaguliwa ama wafanye wao wenyewe. Unanielewa? Sasa akatuambia kwamba ukiona vijana wameingia mahakamani, wameingia bunge wakafurusha wabunge pale, unaona walikuwa wanaelekea Ikulu, kumaanisha kwamba mamlaka yote ambaye wananchi walikuwa wametupatia imechukuliwa na imerudishwa kwao. Wananchi walikuwa wamechoka kiasi kwamba wanahisi kwamba sisi wabunge hatuwasikizi. Unakumbuka mchakato mzima kuhusu finance bill, kwamba wewe umechaguliwa na watu wa hapa Nairobi kwa mfano, uko katika eneo bunge la Starehe ambapo tuko hapa. Yeye mbunge wa Starehe anaambiwa na wana Starehe wenyewe kwamba katika swala la kutuongezea ushuru piga no,
lakini kwa sababu ukiingia pale bunge kuna false sense ya security, manake kuna viti vizuri kushinda hiki chako cha hapa K24 comfortable kabisa, si ndio? Yes. Kuna hii AC inapiga nzuri, kuna polisi pale nje, unaingia pale ndani unafikiria wewe ndio mkubwa wa wananchi, unasahau kwamba wananchi ndio wadosi wako. So ilipofika pale baba akatuambia hawa vijana na wananchi kwa jumla wamechukua mamlaka yao, wamejirudishia mamlaka yao. Akasema tunataka tuwe na mfumo tuweze kusema can we sustain the democracy ya Kenya kwa muda fulani, alafu tuweze kusikizana kwamba kuna mambo fulani yatafanywa. Kwa mfano alikuwa anataka hiyo uamuzi wote wa bunge wa kupitisha hiyo sheria ubatilishwe. Wale vijana ambao wameuawa wapewe compensation, polisi ambao walihusika na hayajafanyika. Yani mawazo yake yalikuwa ni hayo. Na ilikuwa tuketi na Mheshimiwa William Ruto tumwambie these are the conditions under which we will stabilize your government. Kabla hatujamaliza kusikizana, wengine wetu wameenda direct kusikizana na Ruto, wao watachukua nafasi katika serikali. Sasa wakati ambapo tangazo hilo, kabla tangazo hilo litolewe, kuna harafa ambayo tulitoa kama chama cha ODM. Mheshimiwa kidogo, unataka kuniambia wenye walienda serikalini walienda kivyao? Walienda kivyao. Na kuna harafa ambayo ilitolewa na baraka. Ndio nakwambia hakuna mkutano ambao ulikuwa umefanywa jinsi ambavyo baba alikuwa anatarajia kusema kwamba haya ndio mambo ambayo tunaenda kufanya na hawa ndio watu ambao tunaenda kuwatuma waweze kukusaidia kustabilize serikali yako, kisha wakati fulani ukifika tupange uchaguzi maalum ili tuweze kuuliza wananchi kama bado wana imani na wale viongozi ambao wamechaguliwa. Na bona Mheshimiwa Raila wakati ule alituambia ati serikali ilikuja kwetu tukawapatia experts. Hiyo ni kusema ni kama nataka kukupatia chronology ya events. Manake Wakenya wanasahau sana. Na pia kwa sababu ya propaganda ambayo inapigwa, watu wanasahau nini kilifanyika kabla ya kipi. Tuelezee chama cha ODM. Nikiwa katibu yake, Baba Amolo Odinga alikuwa katika jiji la Dubai. Akatupigia mimi simu, akampigia yule mkurugenzi mkuu wa chama anaitwa Odoro Ngwen. Tulitoa statement siku hiyo na tukasema chama hakijatuma mtu yote katika serikali. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii ya chama cha ODM, statement hizo bado ziko pale. Unanielewa? Tukasema yeyote ambaye atajiunga na serikali hii anaenda kwa kutaka yeye na anaenda in their individual capacities. That statement was made. Baadaye hawa ndugu zetu kwa sababu walikuwa wanasikia hiyo pressure na wanaona ni kana kwamba chama kinawatelekeza ama kina abandon, wakaweka pressure sana kwa Mheshimiwa Raila. Ukiangalia period ya kati ambapo tulitoa hiyo harafa wakati wameingia kwa serikali na wakati ambapo baba ameanza kusema ni sawa tulituma kama experts waende kusaidia serikali. Kuna kipindi fulani kilikuwa kimepita pale na mambo mengi yanafanyika nyuma ya tent vile ambavyo vijana wanasema. Kwa hivyo hawa ndugu zetu wanataka kugeuza historia na wanasema historia tayari imeandikwa na ule wino umekauka, hauwezi kubadilisha historia. Hizi mambo yote ambayo nasema, kuna stakabadhi ambazo zitaonyesha statements ambazo zilitolewa na chama ziko pale kwenye mitandao ya kijamii ya chama bado mpaka wa leo. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaweza sema kwamba Sifuna anasema uongo. Naam. Wakati huo nakumbuka Mheshimiwa Raila akisema Uhuru Kenyatta alimsawishi kuingia ama kupata kuwa na discussions na William Ruto. Sijui kama unaweza tuelezea kuhusu hili jambo. Mimi nimemsikia na yeye pia akisema publicly ya kwamba yeye hakuwa radhi kuzungumza na William Ruto. Ya kwamba ni rafiki yake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye alimpigia na akajaribu kumshawishi kwamba kwa ajili ya nchi nzima na taifa zima la Kenya, kwa ajili ya usalama wa wananchi, kwa ajili ya usalama ya mali ya Wakenya, kwa ajili ya usalama wa demokrasia ya nchi, waweze kufanya mapatano ili kuokoa nchi. Na nataka kila siku tukumbuke Gatonya kwamba the reason ilikuwa ni kuokoa nchi. Haikuwa tuende pale tuanze kuimba sifa za William Ruto. Kama baba mwenyewe hakuwa anataka hata kuzungumza na William Ruto, lakini akainuka juu ya yani feelings zake yeye mwenyewe. Akaweka taifa mbele, akasema na alijua atatusiwa, atakejeliwa, atadharauliwa. Kuna watu wengi sana ambao vijana wakasema amewasaliti. Na hicho kitu kilikuwa kinamuuma Mheshimiwa Raila Odinga sana. Hata msemaji wake Dennis Onyango alituambia kwamba baba alikuwa anapanga akirudi kutoka matibabu kule India aingie hapa katika chuo kikuu cha Nairobi kutoa lecture kuelezea Wakenya kuhusu hili swala zima la compromises katika siasa kwa ajili ya nchi. Ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linamuuma baba sana. Akisikia kwamba watu wanamuita msaliti. Hakusaliti mtu yeyote. In fact baba aliokoa nchi, akasema wacha tuokoe demokrasia,
tuweze kufika katika sehemu ambayo tunaweza kumuondoa William Ruto kupitia njia za kidemokrasia. Hiyo ndio ulikuwa msimamo wake. Kwa hivyo hakukuwa na mpango wowote wa 2027. Hakukuwa na mpango wowote, na kama kungekuwepo, wenye wanasema sasa hiyo ni mipango yao wameleta hiyo ni mipango yao. Na utakumbuka kwamba siku 22 kabla baba kuondoka, alihutubia taifa na wabunge pale katika hoteli ya Agile pale Mombasa. Na alisema wazi, unajua hata sisi wanasheria wao tunasema unajua yale maneno ya mwisho ambayo mtu amezungumza kabla kifo chake yana uzito fulani. Aliwaambia hawa ndugu zetu, na tulikuwepo sisi wote tulisikia, akasema kwamba chama cha ODM hakijasema unga mkono Mheshimiwa Ruto mwaka 2027, kwamba chama cha ODM ambacho ni chama cha kitaifa kina uwezo wa kutoa mgombezi wa urais katika uchaguzi ule. Unajua Gatonye, tangu chama cha ODM kilipobuniwa mwaka 2005, katika chaguzi zote ambazo zimekuwepo Kenya hii, kimekuwa kimtoa kiongozi ama yule presidential candidate. Kwa hivyo itawezekanaje kwamba baada ya miaka 20 tuingie katika uchaguzi na tuseme kwamba raundi hii hatumtoi kiongozi yeyote? Na kuna wale ambao wanasema ndani ya ODM kwamba baba hakulea mtu yeyote ambaye anaweza kuwa rais. Nikawauliza, kwani baba alikuwa anatufunza kukuwa maseremala? Shule ya Raila Odinga ni shule ya uongozi. Hata hawa ndugu zetu wote ambao wamepata fursa ya kuwa katika nyadhifa kuu za serikali wamepita katika mikono ya Mheshimiwa Raila Odinga. William Ruto ni mwanafunzi wa Raila Odinga, unanielewa? Kwa hivyo vile ambavyo alisema dada yangu Winnie, kama wewe ulilala darasani, maana yake baba alikuwa anatufunza kila siku. Unajua klasi ya baba ilikuwa inafanyika hata kama haujui klasi inaendelea. So kuna wale ambao walikuwa wanasinzia, kuna wengine walikuwa wamelala, kuna wengine walikuwa nje ya dirisha, mguu mmoja walikuwa washatoa, wanasema wao hawajatosha kuwa viongozi katika taifa hili. Tunawaambia hiyo ni haki yenu, kwamba wewe ukisikia haujaiva toa jamu. Wewe kama hujaiva wewe toa jamu. Lakini usituambie chama kizima hakiwezi kutoa kiongozi. Chama cha ODM kilifanya mkutano hivi majuzi na bali na kukutoa kama katibu mkuu wa chama. Hiki chama kilijiondoa kwenye muungano wa Azimio. Walitangaza hivyo. Sijui kama hili ni jambo mmekubaliana ama maoni yako ni yapi kuhusu? Unajua sasa huo uamuzi ulifanywa katika huo mkutano ambao waliniondoa. Kwa hivyo kwamba maoni yangu mimi sasa hawahitaji tena, ilikuwa baraza la NEC. Bado wewe ni katibu mkuu mheshimiwa. Sasa ndio nakuuliza kwa maoni yako kwa sasa. Kwamba unajua ni jambo la kutamausha sana. Manake ukiangalia vyama ambavyo vilikuweko kwenye Azimio vilikuwa zaidi ya vyama 26. Na vyama hivi vilimsaidia sana Mheshimiwa Raila Odinga, na wengine ni wendani wake wa muda mrefu sana. Ukiangalia mtu kama Kalonzo Musyoka amemuunga baba mkono kuanzia mwaka 2013. Ukweli? Amemsupport, na ukiangalia hata maeneo ambayo yanamshabikia sana wamekuwa kimpa baba kura almost 100%. Na unajua baba alikuwa anatuambia kwamba safari hizi za coalitions mnatembea na watu ambao yale maadili yenu yanakaribiana ama yanafanana. Kwa hivyo ilinishangaza hata mimi, nilikuwa ningeulizwa mimi kuhusu haya mambo ya mjadala kati ya vyama, singeanza na watu ambao tumejuana juzi. Ningeanza na watu ambao tumetembea nao kwa muda mrefu, niwaulize bado mnaona kwamba mnaweza kutuunga mkono? Na nimesikia kina Kalonzo wakisema, wanasema kama tuliunga baba mkono 2013, 2017 tukamuunga mkono, 2022 hata Kalonzo mwenyewe hakuwa hata kwa ticket ile. Akamruhusu Martha Karua akaingia pale kama naibu wa Raila, na bado akatuunga mkono. Akauliza, kama tumefanya hayo yote miaka hii yote ambayo imepita, ni nini kiko ndani ya akili ya ndugu zetu wa ODM ambao wanaona kwamba hatuwezi kufanya vile ambavyo tumefanya miaka hii nyingine ambayo imepita? Na mimi kama kiongozi wa chama cha ODM niliona kwamba kulikuwa na nafasi nzuri sana chama hiki cha ODM kuingia katika serikali. Ukiangalia jinsi ambavyo kura zilipopigwa mwaka 2022, William Ruto anasemekana kushinda uchaguzi na kura chini ya 1200. Gatonye. Na amepoteza zaidi ya uungwaji mkono wa zaidi ya kura milioni 5 kwa sababu tayari watu wa Mlima Kenya wamemuondokea. Sasa mimi kama kiongozi wa ODM sinaona kuna nafasi nzuri pale. Kwa sababu gap ama ile deficit ya kura milioni 5 sio rahisi kujaza. Na ukumbuke anasemekana kushinda na kura 1200 pekee. Kwa maoni yangu Gatonye, iwapo chama cha ODM kingesalia tu na wale wa ndani ambao tulikuwa nao mwaka 2022, hatukuhitaji kuongeza hata kura moja.
Yeye ndiye amepoteza, sisi hatujapoteza lolote. Okay. Tungesimama tu na zile kura ambazo baba alipata katika uchaguzi wa mwaka 2022 tungeunda serikali. So in simple terms, mheshimiwa, you don't support? Mimi naona kwamba ni uamuzi ambayo hauja make sense kwangu. Watanielezea kwa sababu sijapata fursa ya kuzungumza na wao. Lakini lazima unajua mkiwa katika ndoa, hata unapotangaza talaka, lazima umuelezee yule ambaye unampea talaka awe ni mmeo ama mkeo, ni kipi kimepelekea kwamba talaka hii inatokea. Kama kumekuwepo na ile wanaita udanganyifu katika ndoa, akuambie kama ni vita ama ni nini. Lakini kufikia sasa sijaelewa ni kwa nini sababu ambazo zinapelekea chama kujiondoa katika muungano mzima. Wakati huo wakati Azimio walikutana chini ya uongozi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, pia walitangaza wakasema Junet Mohamed ametolewa kama katibu mkuu wa muungano wa Azimio. Hilo lenyewe naliunga mkono. Mimi kwanza siko katika yani kitengo chochote cha Azimio. Unajua wengi huwa wanatarajia kwamba kwa sababu mimi ni katibu mkuu wa ODM labda nina nafasi katika muungano mzima wa Azimio. Ukiangalia lile baraza kuu la Azimio, wale ambao walikuwa wanatuwakilisha sisi kama ODM ni Mheshimiwa Junet na Mheshimiwa Paranya na kuna wengine wachache. Sasa wao ndio wenye kutuelezea jinsi ambavyo muungano mzima huo umefanya uamuzi, lakini mimi mwenyewe siwezi kutoa maoni kuhusu uamuzi wa council ambaye mimi huwa sikai ndani. Unaona, lakini kama wamefanya uamuzi tulisikizana kwamba uamuzi utakuwa unafanywa katika njia ile. Huu mkutano mwenye sasa huyu wa chama cha ODM, wewe mwenyewe haukuhudhuria huu mkutano. Kwa nini? Kwa sababu za kiusalama. Unajua hii maneno ungeweka mezani kuhusu chama kujiondoa kwenye muungano. Kwanza mingi ya mikutano ambaye wamefanya hawa ndugu zetu wameipeleka nje ya Nairobi. Sijui kama mnajiuliza ni kwa nini mikutano hii haifanyiki Nairobi. Unajua wacha nikuelezee Gatonye. Na sisi ni wanasiasa na tumekuepo katika chama hiki kwa muda mrefu. Hawa ndugu zetu niliwaambia kwamba niliona pale Kilifi kwa mfano mkutano umepelekwa Kilifi katika eneo ambalo mtu anatarajia kwamba kuna usalama wa kutosha. Wakati ambapo wanaenda kusoma zile arafa zao tunasikia kwamba kuna watu ambao si wanachama wa Central Committee, vijana ambao wameletwa hususan kuweza kuwashambulia baadhi ya wale ambao wamekuja pale kwa ule mkutano. Na hizo yani wari zetu ambazo tulikuwepo kuhusu usalama, tuliweza kuzungumza na hawa ndugu zetu tukawauliza kwa nini iliwezekanaje kwamba hawa jamaa waweze kupata kuingia katika eneo kama hili. Pale si rahisi. Kumaanisha kwamba kuna mtu ambaye aliwapanga hawa vijana na akahakikisha kwamba wameweza kuingia katika venue ya mkutano. So hata kupeleka huu mwingine Mombasa, na mlisikia nyinyi wenyewe kwa sababu wewe ni practitioner wa media, unajua kitu inaitwa hot mic. Wakati mic iko on, unasikia wale watu ambao wako hapa kando, mambo ambayo wanayasema. Sisi sote tulisikia. Kwa sababu unajua tumefika mahali Gatonye, wanatuambia kwamba tumeshinda debate zote. Maadili hatuwezi kushindana na wao kimaadili kwa sababu sisi ndio wenye kushikilia maadili ya chama. The law is on our side. Sheria iko pande wetu. Kwa mfano nimekuambia kama mahakama imetoa agizo, kila mtu lazima afuate. Maono tuko naye. Mtazamo wa baba ni sisi tunaushikilia. Wanasema sasa imebaki vita vya ile physical sasa. Huyu Sifuna ni tumshike tumpige tu sasa. Manake wameshindwa kiakili, hawawezi kutuelezea tuelewe hizi decisions ambao wanachukua kwanza ziko na msingi katika maadili ya chama, ziko na msingi katika katiba ya chama, ziko na msingi katika maono ya Mheshimiwa Raila Odinga, hawawezi kukuelezea. Sasa imefika ni vita tu. Wanasema bahali tutamshika ni kumpiga tu. Kwa hivyo unaona wanaweka hii mikutano iwe ni kama ile trap. Kwamba ukija pale ulikuwa umepangiwa, lakini ndio hayo ndio nakwambia. Wanatupangia kila siku. Ukapata kujua kabla. Tunajua kwa sababu hawa vijana ambao wanawapanga si wanaondokea hapa Nairobi na ndugu zetu. Tumefanya nao kazi. Wanatuambia wao wenyewe Sifuna hapa umechorewa. Na tunachorewa kila mahali. Ndugu yangu Gatonye. Kakamega tunajaribu kwenda Kakamega, wanatuchorea fujo. Nyinyi wenyewe mliona. Actually tutakuja kwa hiyo. Mliona. Yes. Lakini ulikuwa umealikwa huu mkutano. Mkutano wakati ambapo tunakubaliana kwamba kuna mkutano, arafa zinatumwa kwa kila mtu, wanasema kuna mkutano. So si eti kwamba umekuchorea lazima ukualike. Lakini mlikuwa na makubaliano ya kufanya huu mkutano kabla ya mkutano kufanyika, kwa sababu nasikia ni kama mlisema mkutano hautafanyika, watu wengine wakaenda State House usiku. Mfumo ambao upo ni kwamba yule kinara wa chama
kwa mfano vile Raila alivyokuwa akifanya, alikuwa yeye anasema kuna either mtu ameibua hoja fulani ama kuna haja ya kukutana. Kwanza mikutano ya chama ni kitu cha kawaida. Lakini mandhari ambayo mikutano hiyo inafanyika pia ni muhimu. Kwa mfano, iwapo kuna mandhari ambapo kuna mtu ambaye anahisi kwamba labda usalama wake utatishiwa, anaweza kuambia wacha tuweze kwa sababu unakumbuka kulikuwa na efforts fulani. Kuna watu ambao ni wazito katika chama walikuwa wametoa wito fulani kwamba hata kabla hizi formal meetings watu waweze kukutana faraga ili zile tofauti ambazo zipo katika uongozi ziweze kuwa ironed out. Na mkisha iron out hizo issues inakuwa rahisi kila mtu kuenda kwenye hii mikutano. Sasa ukiangalia yale mazungumzo ambayo yalikuwa yanafanyika nyuma ya tent chini ya uongozi wa wale ambao tunaita trustees wa chama, ilikuwa imewaomba kwamba wasitishe kwanza mikutano hii ili tuweze kufanya hii mikutano ya nyuma ya tent ambayo itapelekea kwanza joto kushuka chini, watu kuweza kusikizana, lakini wao walikataa, wakasema lazima mkutano huo uendelee. Na sasa unajua ni kwa nini walisisitiza kwamba mkutano uendelee? Manake plan ya huo mkutano ilikuwa ni kufurusha baadhi wetu. Unanielewa? Chama kitakuwa na mkutano wa NDC nafikiria ni mwezi wa March. Utahudhuria huo mkutano? Wacha niseme kwamba we will cross that bridge when we get there. Kwa sababu kama ulikuwa umepangiwa wakati ule. Kwa ODM hapo awali tuliona kile kilikuwa kinaitwa Men in Black. Kwa nini? Sasa wacha tuone, na hii NDC ndio hata kubwa kuliko ile, labda tuone mandhari ambayo yatakuwa pale, kwa sababu tutatoa uamuzi wakati ambapo utakuwa mwafaka. Manake hamna cha kubishania hapa. Unajua pia maisha ni muhimu. Ukifika mahali ambapo unaona kwamba watu hawataki yani pigana kisera na kimawazo, wanataka kushika fimbo na panga, hamna haja ya kuvurugana. Sasa mheshimiwa, ikifikia hapo hata ikuwe wewe ni katibu mkuu wa chama na uwezi hata hudhuria NDC ya chama, itakuwaje? Kwa sababu watu wengine watajiuliza utaendeleaje kukua bado? Kwa sababu wacha nikuelezee Gatonye, si lazima niwe katibu mkuu wa chama. Naweza kuwa mwanachama wa kawaida wa chama cha ODM. Nimekuambia kuna wanachama milioni 5 na wote wanaweza kufanya kazi ya katibu mkuu. Si lazima Sifuna akuzaliwa eti maisha yake yote yawe katibu mkuu wa chama. Mimi nimechangia katika kukua kwa chama hiki kwa muda wa miaka 9 hii. Huu ni mwaka wangu wa 9 nikiwa katibu wa chama. Kuna mambo mengi ambayo tumefanya pamoja kichama, na haiwezekani eti Sifuna pekee ndiye anaweza kukua katibu mkuu. Hiyo nakataa. Chama cha ODM kina talanta bana. Nakwambia kuna watu ambao wanaweza kufanya kazi. Hata mimi nilipopewa jukumu hili la kuwa katibu mkuu nilikuwa kijana mdogo sana, miaka 35. Kuna vijana wengi ndani ya chama ambao wakipewa fursa kama hii wanaweza kukua Sifuna wengine. Manake sio lazima iwe ni mimi. Kile ambacho tunaomba tu ni kwamba sheria ya chama ifuatwe, katiba ya chama ifuatwe. Iwapo wataita mkutano ambao watasema kila mtu aje na nafasi zote ziwe wazi, kuanzia kwa kinara wa chama kwenda kwa katibu mkuu, niko radhi kubishana na mtu mwingine yote ambaye angependa kuwa katibu mkuu. Alafu wale wanachama wa ODM wakisema sasa Sifuna, tumetosheka na service yako kama katibu, tunataka uwe mwanachama wa kawaida ujenge chama katika nafasi hiyo, basi niko radhi kufanya hilo. Kile ambacho hatutaki ni hii mambo ya watu kupangiana fujo, kuleta delegates gushi. Unajua hiyo ndio vitu ambavyo tunasema tusipofuata katiba ya chama basi tutaingia katika shida zaidi. Wengine wamesema bali na kukutoa kama katibu mkuu hata watakufukuza kabisa utoke kwenye chama cha ODM. Hamna shida. Unajua unaweza kufukuzwa, katiba inaruhusu hiyo. Unaweza kufukuzwa, lakini bora sheria ifuatwe. Lazima wawe na sababu za kukufukuza. Wawe na wafuate ile procedure nzuri, wakupe nafasi ya fursa. Unajiandaa vipi? Tutajipanga, hakuna shida. Ukifurushwa kwenye chama umefurushwa. Hamna shida. Lakini kile ambacho nataka niseme ni kwamba hata hiyo kufurushwa lazima ifanywe kulingana na sheria. Isipofanywa kulingana na sheria, kutakuwa na shida zaidi ambayo tutaingia ndani kama chama. Naam. Wadani wako wengine niliona hii kwa gazeti ya jana kama Mheshimiwa James Orengo, niliona akinukuliwa alikuwa anasema kiongozi wa chama Mheshimiwa Oburu Odinga ni kama hana uwezo kamili wa kuongoza chama cha ODM. Sijui kama hii ni kauli yako pia? Hayo ni maoni ya Mheshimiwa James Orengo. Mimi jambo ambalo ninaweza kusema ni kwamba tumekuwa tukishinikiza kuwa ukiwa kiongozi utafute ile legitimacy ya wananchi. Nimekupa mfano kwamba maamuzi ambayo alikuwa anatolewa na Raila yalikuwa yanakubalika kiharaka na wanachama wa ODM kwa sababu alikuwa na ile legitimacy ya wananchi, alikuwa amepewa hiyo idhini na wananchi. So tulikuwa tunatoa haya mawaidha kwamba
kabla tufanye uamuzi mzito, kwa mfano ni nani tutamuunga mkono mwaka 2027, kwa sababu katiba ya chama inasema kinara wa chama ataongoza mazungumzo hayo. Kabla uongozi haya mazungumzo, tulikuwa tunaomba kwamba tukupe hiyo yani tukufunike ama tukuvike lile vazi la legitimacy. Lakini kuna katika uchaguzi wa chama, kuna wale ambao walikuwa wanaona ni kwamba tuna challenge Mheshimiwa Oburu ama uongozi wake, ama tunataka kumuondoa, ama tumemkosea heshima, unanielewa? Lakini hiyo haikuwa nia yetu. Nia yetu ni kutoa advice kama viongozi wa chama, nasema tunaweza kufanya hili na hili na hili, alafu tuweze kufaulu sisi sote kama chama. Kwa hivyo kuna wengine walikataa. Wengine walikataa huo usemi. Wao wanasema tuendelee tu, ako na hiyo nguvu. Unajua amegeuka kutoka interim amekuwa substantive, wanasema yeye ndio yuko milele. Na kuna njia ambayo tunaweza kumove kutoka kwa acting kuingia kwa substantive kulingana na katiba ya chama. Wao wanasema si lazima wafuate hiyo mambo ya chama ya katiba. Tuingilie mikutano yako ya Linda Mwananchi. Naam. Hii mkutano Mheshimiwa, lengo hasa ni gani? Lengo la hii mikutano ni kuhamasisha umma kwamba sio kila mtu ambaye anaimba huu wimbo wa two term wa William Ruto. Kuna baadhi yetu, unajua kuna wale ambao wanasema watamuunga mkono, wanataka ionekane ni kana kwamba uamuzi huo umeafikiwa kijumla, kwamba sisi wote ambao tunaunga chama cha ODM ama wanachama wa ODM tumefanya huo uamuzi tayari. Wao wenyewe katika mkutano wao wa Mombasa ambao tumezungumzia, walisema kwamba chama kitafanya mazungumzo na mirengo yote ya kisiasa hapa Kenya. Lakini walipotoka pale, wanakuja wanaanza kusema hawatazungumza na watu fulani, chama fulani, hapana. Haikuwepo katika zile resolutions. Na mimi ninavyoelewa, mkisema kwamba mtazungumza na kila mtu, inamaanisha mtazungumza na kila mtu, kisha mje mtupatie ripoti kama chama. Wanachama mseme tulizungumza na Gatonye, yeye anasema tutakuwa namna hii, mfumo fulani wa serikali kama huu, tutafanya haya na haya na haya tukiwa pamoja katika serikali. Alafu tukaenda tukamuona mwingine akatuambia yeye tutafanya hii na hii na hii na hii, kwa maoni yake tutaenda na hii. Alafu sisi kama wanachama tuamue ni njia gani bora zaidi. Lakini waliondoka kwenye huo mkutano wakaanza kuimba two term tena. Unanielewa? Hapo hiyo confusion ndio inakuja, kwa sababu na sisi ambao tunaamini kwamba mazungumzo kati ya chama cha ODM na vyama vingine lazima yaongozwe na maadili ya chama na maadili ya kikatiba, tukaona kwamba sisi lazima tuwaelezee Wakenya kwamba maoni yetu ni tofauti, kwamba Gatonye haiwezi kuwa ukiketi unazungumza na chama kingine, mnazungumza tu juu ya nyadhifa. Ati wewe utakuwa waziri, huyu atakuwa PS, utanipea wizara gani, nani atasimamia fedha, nani atasimamia afya. Hayo sio mazungumzo ambayo sisi tunaonelea kwamba lazima yawe mbele. Yale mazungumzo ambayo tunataka, kwa maana tunajiita Linda Mwananchi, tunataka kuona mwananchi analindwa vipi katika mazungumzo haya, na serikali ambayo mnapanga kuiweka pale itamsaidia vipi mwananchi wa kawaida. Itamsaidia vipi kuhakikisha kwamba tunarudisha fedha katika mifuko ya wananchi. Tunawezaje kudeal na mambo ya ushuru? Ukiangalia payslip za watu siku hizi, hata mimi ninalipa ushuru. Ndugu yangu, watu wanaumia. Inakuwa vigumu sana watu kujipanga. Kwa mfano, unajua wewe, nikiwa kijana mdogo nilikuwa naishi kwa bed sitter pale South B. Nikapata kazi ya 40,000. Nikahamia Roysambu kwa 2 bedroom. Kwa sababu unajua sasa hii 40k ninaweza songa kulipa rent ya 6,000 kwa SQ, nilipe sasa 15,000 2 bedroom pale Roysambu. Unaona? Hii ni mwaka ya 2009. Sasa we niambie, iwapo hatuwezi kujua kama mshahara wangu utasalia vile ulivyo, utafanya maamuzi vipi? Kama ningehama niende Roysambu, alafu serikali iweke ushuru, wanachukua kwa hiyo 40,000 wachukue 20,000, si ningerudi South B? Inakuwa vigumu watu kugrow, na si ati kwa wale wafanyikazi peke yake. Hata mashirika kama haya K24, kwa mfano ushuru unalipwa na mwajiri na pia bado unalipwa na mwajiriwa. Kwa hivyo K24 kama inaweza kuafford kulipa Gatonye wawili, kwa mfano mmoja awe kwenye Kameme huko na mwingine afanye hapa, wanafuta mmoja, wanasema sasa Gatonye utafanya yote mbili vile unafanya saa hii. Unashikilia Kameme na unashikilia K24, sijui kama wanakulipa yote. Wasikie wakulipe ya Kameme na wakulipe hapa. Lakini mfano ambao unatoa ni kwamba shirika kama hili linafika mahali ambapo wanasema tunaweza waajiri wanahabari 5 peke yake. Hapo nyuma, kwa sababu tulikuwa tunaweza kujimudu, tulikuwa tunaweza kuandika watu 10. Kuna wakati ambapo K24 ilipoanza
nakumbuka walikuwa wanaandika waandishi wa habari watajika, Yes, tena yes, wengi, yes, kwa sababu walikuwa na fedha za kutosha. Unajua fedha zinatoka wapi katika runinga kama hii? Makampuni ya mashirika ya kufanya advertising, nini. Na kuambia mashirika hayo yakikata bajeti zao za advertising kwa sababu ya ushuru ya kasongo, na nyinyi pia mnaathirika. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo mazungumzo ambayo tunataka kuwa naye ni mazungumzo ya kimaadili. Nikae niulize huyu Gatonye, tangu kasongo achukue amepoteza pesa ngapi? Na tutamrudishia aje hiyo pesa? Unanielewa? Nikisha kulinda wewe, utanilinda mimi kama mwananchi. Haya matitle yote ambayo watu wanazungumza watamnyang'anya Sifuna, nyinyi mtanirudishia nikishawalinda. Unanielewa? Kwa hivyo hawa wanazungumza tofauti na sisi. Kwa hivyo mikutano yetu inapelekea kuambia Wakenya kwamba msikate tamaa, kwamba kuna uongozi mbadala, viongozi ambao wanaangalia mambo kitofauti sana. Viongozi ambao wanaweza kuhakikishia kwamba unajua nimesema wazi, Gatonye, mtu yeyote anaweza kujenga barabara. Manake ukishachukua ushuru na wewe ndio rais, huo ushuru lazima uufanyie kazi. Kila mtu anaweza kujenga barabara. Mwana demokrasia atakujengea soko. Mwana demokrasia atakujengea stadium. Na pia madikteta wanajenga hivi vitu. Nimepeana mifano, ukienda nchi zingine, sitaki kutaja nchi, unajua mabalozi wengine wanaanza kushika moto sana, wanasema Sifuna na taja. Lakini nyinyi wenyewe mnaona kuna mandhari fulani ambayo yamewekwa katika nchi za hapa Afrika Mashariki. Nchi zingine ambazo zina mabarabara juu ya mabarabara zinajengwa kama gorofa. Lakini ukisema ngwe ndani, uwezi kukaa chini katika kipindi cha mahojiano kama haya eti utoe maoni yako. Na unajua tulikuwa katika sera kama hiyo wakati wa utawala wa KANU. Mheshimiwa Daniel Moi ndio mwenye kutujengea Kasarani mwaka 1987. Yeye ndio mwenye kujenga Nyayo Stadium hii. Lakini ukiniuliza mimi kama nataka kurudi katika maisha ambayo tulikuwa tunaishi 1989, nani atakubali? Wakati ule kina Raila wako jela. Kwa sababu ya nini? Kupigania haki za kidemokrasia. So tunapozungumza na Wakenya wa kawaida, wanatuambia Sifuna, sisi tunataka kuwa huru. Tunataka kuwa huru katika nchi yetu, kwamba tunaweza kukutana pasi na kutupiwa vitoa machozi, eti mikutano inatibuliwa na vitoa machozi na polisi. Wanasema tunataka kuzungumza hapa kwenye social media. Si haitajiki kwamba nikisema Sifuna atupendi size ya mapua yake. Unajua sisi watu wa jamii ya Mulembe, mapua ni hii size. Sasa ati mtu akiandika kwa Twitter aseme Sifuna huyu mapua yake simpendi, anakamatwa. Wewe niambie, eti polisi wanaweza kuondoka Nairobi, waende mpaka Homa Bay, wachukue kijana huko wamlete hapa Central Police, wampige mpaka kumuua. Kwa sababu ya nini? Ati kitu ambacho amesema kwenye mtandao. Na sheria hii, katiba yetu hapa, nimeletewa katiba yangu, nilikuwa kwenye gari, inasema kwamba tuna hizi uhuru ya kuzungumza, kukutana, kuweza kubadilishana mawazo. So tunataka kurudisha nchi hii kwenye reli na zile vigezo vya maadili ambayo iko chini ya hii katiba, kwamba tulinde haki za kibinadamu, tuweze kuweka demokrasia, kuwe na uhuru wa vipindi kama hivi, watu kuzungumza, watu kukutana, tuweze kulinda uhuru wa mwananchi, tuweze kuweka utawala wa sheria ambao unapelekea kwamba iwapo kutakuwa na mzozo kati yangu na wewe Gatonye kuhusu kwa mfano shamba, tunaweza kuenda mahakamani. Mahakama isiwe mahakama ambayo inaweza kuhongwa ama kutoa uamuzi kulingana ni nani ndio mkubwa. Na ile agizo la mahakama likitoka liseme shamba ni ya Gatonye, kila mtu ataheshimu, hata wakubwa wakiwemo. Haya, kwanza twende upande mwingine tupate maoni ya watazamaji, wasikilizaji, lakini tukirudi, mheshimiwa, nani mfadhili wa hii mikutano yenu? Kwa sababu nimesikia baadhi ya viongozi wakisema Uhuru Kenyatta anawapatia pesa. Mwenzangu Brian, kwanza tupate maoni ya wananchi. Gatonye, of course, let's take a look at what Kenyans are saying in regards to this conversation. And of course, the question we had asked was whether you support the Linda Mwananchi faction to front a presidential candidate or join the United Alternative Government, and also some of the questions that you have for the Secretary General of ODM, that is Edwin Sifuna. Well, Edwin Omolo says Linda Wananchi should fill a presidential candidate, and in case if they are joining United Opposition, let them join only if United Opposition will accept Sifuna as their presidential candidate. I don't know, SG, whether that is the bare minimum that you're willing to accept in regards to joining the United Opposition, only if you're given the opportunity to be the presidential candidate. Is that a question? No, I'm asking. He says that
let them join only if United Opposition will accept Sifuna as their presidential candidate. Will that be a bare minimum Now, for you? first of all, the Linda Mwananchi group is not a party. Okay. It's not a political party. I don't understand why people are asking us to join other political formations. The United Opposition is a conglomeration of political parties. At least them, they are political parties. For us, we are not a political party. Okay. You understand? All right. So, I don't know where these conversations originate, my brother. Yeah. Okay. Let's get Justin Mugendi says, whatever they want, with or without them, we are still Sifunated. That is Justin Mugendi. Do you have one more? Paul Odongo says they have already joined United Opposition. Of course, this SG has said that they are not a political party. Grishon Masharia says fielding their presidential candidate will be the best thing they will do to Kenyans. It is the only card they should pull. Kingpin Jose Wayne says their big agenda is just broad-based government, nothing else. And Mwenda Edin says join United Opposition and take part in forming the next government for Kenyans. Mark Maina says the sooner Honorable Sifuna and Babu formed their own parties, the better. All right, I want us to listen to this bite because Honorable Sifuna had spoken about issues to do with, being attacked and also just his political, his rallies. People are organizing for him to be attacked. Let's listen into what happened in Migori yesterday, then come back, continue the conversation with Gatani. Sisi ambayo tuko hapa Migori, hatutaki mtu aje hapa kutuchezea. Hiyo mrengo ingine ya wale wengine mtawaruhusu waje hapa Migori? Mmekataa? Hebu nione wale wamekataa kwa mkono, hebu sema umekataa. Wewe kama ni mtu wa kufanya ghasia, tafuta sehemu nyingine ufanye hiyo ghasia. Hapa Migori kiongozi wetu ni Dr. Oburu Odinga na tuko kwa ODM kamili na tumeamua. All right, that happened yesterday in Migori. Let me cross over to Gatonyi and of course SG. I don't know if you respond to that. Migori, to some extent, appears like a no-go zone for the Linda Mwananchi. You see, first of all, Mama Aida gave us some advice. Okay. That in whatever circumstance, when you're faced with the difficult situation, ask yourself what would Baba do. You know, Raila Amolo Odinga was our leader, and he faced similar things. I remember there was a time when there were places that we were being told Raila should not go and should not step. That is retrogressive politics. He himself was a victim of similar things. What we were saying is we want a country that is free. Okay. Any person who believes in democracy cannot utter such things. Let people come and canvass their issues. Let the country be open to everyone. Let everyone be able to go everywhere because that is what the Constitution expects. Okay. When I told you Gatonyi, when we started this show, is that we have won every argument. The law is on our side. The Constitution is on our side. The people are on our side. God is on our side. The DJ is on our side. You understand? Yes. So imefika mahali ambapo watu wameanza kusema sasa the only way ya kudeal na hawa watu ni kuwapiga. So ukisikia mtu anasema kwamba hatukubaliwi kwenda katika eneo fulani, hiyo ni siasa za kule nyuma ambapo ndio tunasema tumeondoka katika hiyo mandhari. Tunataka kusongesha nchi yetu mbele. Inahitajika huyo ndugu yangu ambaye amezungumza aweze kuja Bungoma, aweze kuja Kakamega, aweze kwenda Nyeri, aweze kwenda Mombasa, kwa sababu hiyo ndio demokrasia. Wacha wazungumze kitu ambacho wanataka kuzungumza na waondoke waende. Okay. Kwani mimi nikizungumze na kunyang'anya nini ba? Actually, I'll come to that, Mheshimiwa. Kuna hii swali nimeandikiwa hapa na mtazamaji wetu. Amesema, ask Senator Sifuna what the position of Oburu Odinga was before Baba died, or he got party leadership because he's brother to the party owner. Tutakuja kwa hiyo. Turudi kwa Linda Mwananchi. Naam. Mfadhili. Naam. Ni nani? Kwanza Gatonyi, wacha nikupe straight answer. Yes. Sisi wenyewe ndio wenye kufadhili huo mkutano. All the logistics. Unajua lazima unieleze logistics unamaanisha nini? Manake nitakupa breakdown. Ndio nitakupa breakdown. Okay. Kwa mfano, nikitoka Nairobi kwenda Kitengela, nahitaji nini? Mafuta ya pesa ngapi? No, nieleze. Unajua na nyinyi kama waandishi wa habari, lazima mtusaidie kupambana na propaganda ambayo inaenezwa na hawa ndugu zetu. Mumecheza picha pale za mkutano wetu wa Kitengela. Mkutano tumefanya barabarani.
So logistics ambayo unazungumzia ni hiyo gari imenibeba na sound. Kwa na jukwaa na sound. Yes. Haya, jukwaa lile ambalo tulikuwa tumeweka jukwaa na jukwaa letu liliharibika. Yule ambaye anatupea haya majukwaa ni mwandani wa karibu sana wa Mheshimiwa Raila Odinga. Walianza na yeye siku za Ford Kenya. Ni mtu ambaye anaamini katika cause ya mwananchi. Kwa hivyo yeye hata akinipa kitu, hanipi kitu kwa kunichaji ile commercial rates ambayo angechaji watu wengine. Okay. Total pesa ambayo tunampa huyu ndugu kutupatia sound na stage ni shilingi 1500. 500,000. Tuko na zaidi ya wabunge 20 katika hili vuguvugu. Ma MCAs kibao. Wananchi wengine ambao wanajitolea kutupa support. Unaona kama Kakamega kwa mfano tunaposema jukwaa ni shilingi 1500. Inatugharimu chini ya, mimi personally ninatoa 50,000 shillings peke yake. Na tukiwa 20 hiyo ni shilingi milioni 1 kama ujue hesabu Gatoni. Tumelipa jukwaa tayari. Okay. Na hiyo tu ndo tunahitaji. Ile track ambayo uliona tukifanya nayo roadshow Kakamega nilipewa bure. Na nataka baada ya hiki kipindi, kwa sababu sikutaka kumtaja huyo mfadhili, nitakuonyesha wewe arafa ambazo nimepokea kutoka kwa huyo ndugu. Akaniambia, Sifuna, niliona sound kidogo ilikulemea pale Kawangware na pia pale inaitwaje Kitengela, na niko na track imekaa tu kwa nyumba. By the way, do you know what, boss? When you put out a call to the people, you'll be very surprised. People have these assets just sitting somewhere. Okay. Anasema ile kitu utafanya, utaweka branding tu, nipatie artwork yako nikuwekee branding. Na akalipa hiyo track. Nitakuonyesha. So huyo mtu ndio wanaita Uhuru Kenyatta. Okay. Hiyo si Uhuru. Huyo si Uhuru Kenyatta. Ni marafiki zetu, na kuambia baada ya Wakenya kuona kwamba tunawalinda wao na tunazungumzia masuala yao, ile outpouring ya support ambayo tumepata, tuko overwhelmed ndugu yangu. Watu wanatuma fedha. Kuna student anasoma Australia, mwanafunzi bro, ananiwekea shilingi 50,000 hapa kwa M-Pesa ya simu yangu. Ananiambia, I am just a student, I can't do more than that. Tayari niko na 50,000 ni ile nitachanga ya mkutano wetu ya Mombasa wakati tutaenda. Kwa hivyo hiki kitu, unajua, nataka niwaambie haswa vijana, hiki kitu watu wanatakaga kuingiza vijana baridi ati siasa ni expensive. Siasa si expensive. Okay. Inategemea na goodwill ambayo mko naye. Sisi wenyewe sio matajiri, lakini nikikuuliza uniambie logistical breakdown ya mambo ambayo tunafanya, haipiti shilingi 1500 kupata stage na kupata sound. Nikupe tena, nitakuonyesha tena arafa nyingine. Kuna Mkenya mwingine aliniambia yeye rally zote ambazo tutafanya Western ako na stage na ako na sound. Hizo arafa ziko hapa na atatupea bure. Unanielewa? Kwa hivyo haya mambo ambayo tunaambiwa hapa, ati hii pesa sijui inatoka wapi, hakuna. Kwanza fedha zenyewe tunaweza kuquantify, tuwaambie ni hii na hii na hii, na hivi ndio tulichangisha hizi fedha tukafikisha kiasi fulani cha pesa. Wakati ambapo tulikuwa tunaenda Kakamega, tulikuwa tumebook ndege za kawaida tu hizi kutoka JKIA twende Kisumu. Lakini usiku tukapata information ya kwamba kuna mtu mkubwa katika serikali, Ministry of Interior, amepanga vijana zaidi ya 500 eti wahakikishe kwamba hatutatoka katika kiwanja cha ndege cha Kisumu. Sasa usiku wa manane tunafanya uamuzi kama viongozi, tunasema sisi wana Kakamega wanatusubiri. Mkutano wetu lazima ufanyike, na kwa sababu hatutaki confrontation, tutafute njia mbadala. Tena tukaanza mchangisho hapo. Tukahitaji tena shilingi 1500 kukomboa ndege ya kibinafsi ituondoe katika mji wa Nairobi. Tukaenda kuland katika airport nyingine ambayo sio Kisumu, ili mkutano wetu uweze kufanyika. Tunaweza kuonyesha ni wapi fedha hizi zinatoka. Na kama mtu ambaye anaamini katika uwazi na maadili, tuko radhi kueleza Wakenya wakati ambapo tunatumia hizi fedha ni wapi ambapo pesa hizi zinatoka. Nimechanganyikiwa kidogo kwa sababu wengine katika serikali wanasema wako na intelligence wako. Na ripoti kamili kwamba Uhuru Kenyatta ndiye mfadhili, lakini umesema sivyo. Kwa hiyo sasa unajua, kama mtu anasema ako na intelligence, akuonyeshe. Mimi Gatonye nataka kuhakikishia watazamaji wako na wasikilizaji wako wa radio, nitakuonyesha yule mfadhili aliyenipatia track. Nitakuonyesha, kwa sababu sitaki nimtangaze. Unajua hawa jamaa tunadili nao ni watu peti sana. Wakisikia Gatonye amenitumia Sifuna pesa, kesho wanakukujia wewe, wanasema wewe ndio unafadhili. Hawa watu walinda mwananchi unaosikia wamekufuta kazi. They are very petty. So mimi sitaki kumtangaza huyu ndugu, lakini kwa heshima ya watazamaji wako, ili ujue kwamba sisi ni wa kweli, nitakuonyesha, na wewe utarudi hapa baadaye uwaambie kama nilikuwa nasema uongo ama ni kweli. Mheshimiwa, I'm just thinking, najiuliza tu uhusiano wako na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni uhusiano wa aina gani, kama kweli kuna uhusiano wowote? Kwanza nataka niseme mimi ninamchukulia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama rafiki yangu.
kwa sababu ya ile kazi ambaye alimfanyia baba Raila Amolo Odinga. Mimi mtu yeyote ambaye alikuwa ni mfadhili ama mwandani ama mtu ambaye alimsupport baba kwa njia ambazo niliona Uhuru Kenyatta akimsupport baba, yani inafanya na waheshimu sana hawa ndugu zetu ambao walikuwa wanajaribu kumsaidia Raila aweze kufikia azma yake. Na mtazamo sawa na viongozi kama kina Kalonzo Musyoka, maana yeye pia amesacrifice sana position yake kila wakati kuweza kumuunga baba mkono. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alifanya mambo mengi sana ili kuweza kumsaidia Raila katika uchaguzi uliopita. Kuna watu ambao nimesikia wakisema Gatonye ya kwamba ati Uhuru hakufanya ya kutosha kwa sababu alikuwa na system. System haichagui rais. System haichagui rais. Lakini ndugu yangu, acha nikuulize, mtu kama huyu mfadhili ambaye nakuzungumzia huyu, anasema Sifuna mimi nitakupa sound. Ameshakupea sound iko pale. Jukumu lako ni kuzungumza na wananchi kwa njia ambaye itawashawishi wakupatie uungaji mkono. Okay. Haiwezekani kwamba mtu akupatie sound kama yule ndugu amenipatia sound, tena ni expect kwamba yeye ndiye atahakikisha kwamba nimechaguliwa kuwa rais. Wanasema ati Uhuru alihitajika ama alitarajiwa kuhujumu demokrasia ati ili aweze kumpea baba uongozi. Haiwezekani. Kama kwa mfano, unajua eneo la Mlima Kenya limekuwa eneo gumu sana kwa ODM kupenetrate ama kuingia pale kupata uungwaji mkubwa wa mkono. Uhuru Kenyatta alitufungulia eneo hilo zima lote. Akatupa marafiki wake wote, akatuambia ni hawa watawasaidia mtembee na wao muweze kutafuta kura. Tulikuwa katika maeneo kama kina Kieni na kina Kanini Kega. Akatupatia Maitu wa Murang'a. Tulikuwa tunatafuta na yeye kura. Akatupatia yule aliyekuwa gavana wa Laikipia, ndugu yangu Nderitu Mureithi. Tulikuwa tunatembea Laikipia na hawa wandani wa mheshimiwa Uhuru Kenyatta mwenyewe. Wanatuandalia mikutano, tunafanya mikutano. Jukumu letu ilikuwa ni kushawishi wananchi, kwa sababu siasa ni ushawishi. Siasa ni ushawishi. Kwa hivyo huwezi kuniambia hamkuweza kuongea na wananchi, hatukuweza kuwashawishi wananchi, na kuna makosa mengi ambayo tulifanya katika ile kampeni. Unajua ninavyosisitiza kwamba hii uongozi ni ushawishi ama siasa ni ushawishi. Matamshi yanayotoka katika vinywa vyetu, matamshi yanayotoka katika vinywa vyetu kwa hizo majukwaa. Kuna watu ambao ukicheza clip zao, Uhuru Kenyatta amewapatia pesa ya stage, amewapatia pesa ya sound, wananchi wako pale, lakini kiburi ambacho kinaondoka katika midomo yetu sisi wenyewe wanaazimio, matusi ambaye tulikuwa tunatoa pale, kiburi na unajua yale majivuno, watu wanasema wapende wasipende, sisi tuko na system. Nani atakupea kura ukiongea na hiyo kiburi? Lazima uingize watu box, uambie yes, huyu anatuambia atafanya bottom up, sisi tutafanya hii na hii na hii. Ndio kwa maana tumesema katika mikutano yetu ya Linda Mwananchi, hutosikia watu wakitusiana ama kusema mambo ambaye yanamkosea heshima mwananchi, kwa sababu mwananchi ndio mdosi. Lazima tuwashawishi. Na hata hivyo, hata na ugumu ambao tulipata, nasema namtambua Uhuru kama rafiki wa kweli wa baba Raila Amolo Odinga, kwa sababu kwa mara ya kwanza Gatonye, tulipata zaidi ya kura milioni 1 pale katika eneo la Mlima Kenya. Hiyo ni kazi, si kazi bwana. Mtu unatoa wapi kura milioni 1? Sio rahisi. Kama sio hiyo milioni 1, kama eneo zima la Mlima Kenya wangepigia William Ruto, angetushinda na zaidi ya kura milioni 1. Lakini wametupa milioni 1 kwa sababu ya effort ambaye yule ambaye ni kiongozi wa chama cha Jubilee na mstaafu rais aliweka kumsaidia mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo inanikera sana mimi kuona viongozi wa ODM ambao wanasema walikuwa marafiki wa baba. Baba mwenyewe hakuwahi wakati ambapo alikuwa hai kutuambia kwamba Uhuru Kenyatta ni adui ama hakufanya hili hakufanya lile. Unanielewa? Kwa hivyo inanikera sana kusikia viongozi wengine wakimnyoshea kidole, wanasema hakufanya hii hakufanya hii. Walikuwa wanataka ati Uhuru ahujumu katiba. Ahujumu katiba. Unajua ndugu yangu, one of the most sijawahi kumuuliza huyo Uhuru, kwa sababu nikimpata siku moja nitamuuliza, do you know how humiliating it was baada ya kumuunga mkono Raila, na anahitajika aende pale Kasarani kwa sababu katiba inamhitaji apeane mamlaka. Do you know how humiliating that must have been the most humiliating day for that man? Unaona? Na alipofika pale, wale ndugu zetu, kwa sababu wakati huo wameshinda uchaguzi against all odds, they were not very gracious. Walimkejeli. Walimkejeli, ukisikiza semi zao zote, lakini alisimama pale
akatekeleza jukumu lake la kikatiba na akaenda nyumbani. Okay. Huyo ni mtu wa kuheshimika bwana, si mtu wa kutusiwa na kukejeliwa. Nimefikiria tu vile ulikuwa unaongea, shida ilikuwa wapi hasa, kwa sababu Uhuru aliwasaidia mkapata 1 million votes eneo la Mlima Kenya. System ukweli haichagui kiongozi, lakini system pia ni muhimu. So you had all the things going for you. Lakini pia wakati upande mwingine tunasikia hata agents hamukwa. Mimi ninavyojua, unajua kwanza wananchi walikuwa katika hali ya hasira sana. Kwa sababu ya mfumo wa serikali ambao ulikuweko pale. Walikuwa wanaona kwamba pia ulikuwa unawakandamiza sana. Ukizungumza na wafanyabiashara wengi hapa Grogan, ukienda Nyamakima, ukienda places zingine, walikuwa wanaona kwamba kulikuwa na sera ambazo zilikuwa zimewekwa na serikali ile ambazo ziliwakandamiza sana. Unakumbuka wakati huo mashirika kama Kenya Bureau of Standards, jamaa wa KRA kila siku wanashinda kwenye maduka ya watu hapa, walikuwa wamevuruga biashara ya watu wengi sana. Kwa hivyo watu walikuwa wamekasirika, ndugu yangu. Kulikuwa na mambo ambaye yalikuwa hayawafurahishi. Na unajua ni vigumu sana wakati ambapo mwananchi amekasirika. Unajua an angry person is not very rational. Huwezi kuja kumwambia mambo mengi. Anakuangalia tu anasema wewe maliza uende. Unanielewa? Ilikuwa ni jukumu letu sisi kama wenye kutafuta kura kuweza kuwashawishi hao wananchi kwamba tutawarejeshea biashara zao jinsi ambavyo zilivyokuwa. Na wengi walikuwa wanahisi kwamba iwapo tutaenda na huu mrengo wa Uhuru Kenyatta, labda baadhi ya hizi sera ambazo tunaona zitaendelea. Unanielewa? Ilikuwa ni jukumu letu kuweza kuwashawishi wananchi kwamba waweze kufanya mambo fulani. Number 2, lazima watu wakuwe mobilized kupiga kura. Hasa katika maeneo yetu yale zile strongholds zetu. Mimi kilichonivunja moyo zaidi ni kwamba kwa mfano hapa Nairobi ina jumla wapiga kura milioni 2.5. Yes. Sasa milioni 2.5, lakini ukiangalia turnout ya Nairobi, watu zaidi ya milioni 1 hawakuja kupiga kura. Na ni kwa nini? Kwa sababu ile idea ya jinsi ambavyo Nairobi huwa inakuwa mobilized, haikufuata ipaswavyo. Kwa sababu sisi tulikuwa tuna campaign kama timu moja. Huyu mheshimiwa Amos Mwago ni witness, anaweza kukuambia. Waheshimiwa wote ambao walikuwa wanasimama kiti katika Azimio hapa Nairobi, tulikuwa tunaambia uongozi wa chama kila siku ya kwamba hapa Nairobi lazima tukue na mfumo speciali wa kutoa watu kupiga kura. It is very easy in Nairobi because Nairobi is a very small place compared to other places geographically. Alafu ukiangalia the population ambayo iko ndani na watu wanaishi karibu haswa katika mitaa yetu. Ni rahisi sana kuwa na hiyo movement ya get out the vote. Hatukupata ile support ya kuweza kufanya get out the vote Nairobi. Na inatuuma sisi kama viongozi wa Nairobi. Aswa wanaazimio. Tunapoambiwa kwamba William Ruto alitangazwa mshindi na kura 1,200, ilhali watu milioni 1 katika jimbo la Nairobi peke yake hawakupiga kura. Takwimu zingine zinaonyesha katika maeneo yetu mengine labda kulikuwa na ile complacency. Unajua kuna pia mkifika mahali mnaambiwa ati mko na system. Watu wanakaa nyumbani wanasema basi wacha hiyo system ipige kura. Na nimekuambia system haikupi mamlaka bwana ndugu yangu. It can facilitate you kufanya mkutano na machifu. Lakini hao machifu lazima ukuwe na message kwao. Lazima wajue wataishi katika nchi gani wakati ambapo unachukua mamlaka. So sisi lazima tujiangalie kwamba kulikuwa na shortcomings fulani katika kampeni yetu. Whether ilikuwa ni message ambayo ilikuwa pale, whether ilikuwa ni organization, whether ni zile sera ambazo ziliwekwa pale. Na nataka mtu anielezee kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wamepewa hiyo kazi ya maagenti. Watu waelezee maagenti walikuwa kina nani mpaka leo. Unajua sasa watu wa chama cha ODM, watu waliokuwa katika uongozi wa Azimio. Wao ndio wenye walikuwa wanazunguka huku. Yeye ndio mwenye kutembea na pesa ya agents, yeye ndio anatembea na pesa ya candidates, yeye ndio mwenye kuhaya chopa, yeye ndio MC kwa kila rally. Unataka kuniambia nini bwana? Alafu anakuja anaanza kutuambia mambo hapa. Haiwezekani. Kila mtu awajibike na aweze kutoa unajua kama unawaheshimu wananchi wale milioni 6.9 ambao walipigia baba kura, una jukumu ya kuwaelezea kipi kilifanyika kupelekea kwamba hatukuweza kutangazwa washindi. Na uwezi kuja tu alafu unaanza kutupa cheche za maneno. Hapana. Kila mtu alikuwa na wajibu wake. Kila mtu aweze kuwajibika kwa wananchi, aseme makosa yalifanyika hapa ama pale na tuweze kurekebisha. Na ndio kitu kinanipa ile confidence ya kwamba Ruto anaenda nyumbani. Kama ni hawa jamaa bado anaenda kukampeni nao, anaenda home. Wao kama ni hawa wale wa kusema sijui usikanyage wapi, sijui hii imeenda, sijui nani hiyo. Kama ni hao 100% William Ruto au atakuangusha. Haya, tukimalizia hili jambo mheshimiwa, kuna fallout ya hii mikutano yako ya Leader Mwananchi. Kuna watu wanasema
rais mstaafu anafaa aondokee siasa za kitaifa. Umemuona katika hiyo mkutano? Si tumezungumzia hili swala la ufadhili. Juzi tu amekuja ameongoza mkutano wa Azimio, wanasema anafaa aende tu akae pembeni kabisa, aende retire. Sijui kama unaona wao ndio wenye uongozi wa Azimio. Wao ndio wenye uongozi wa Azimio, si wapige kura wamtoe. Okay. Wamwambie ama kama ile coalition agreement inasema ukistaafu kama senator ama ukistaafu kama rais hufai kuwa official wa Azimio. Wao ndio wenye Azimio. Unanielewa? Okay. Wao ndio wenye Azimio. Wakati ambapo tunaingia katika uchaguzi, wale wawakilishi wetu katika Azimio nimekutajia, ilikuwa ni Mheshimiwa Junet na Mheshimiwa Oparanya na wengine, wafanye huo uamuzi, waseme sasa kwa sababu wewe umestaafu ondokea. Okay. Naam. Polisi wamevamia hii mikutano yako. Naam. Utasemaje kuhusu hili? Kwanza ni jambo la kufadhaisha sana na kufedhesha, na nataka niseme sio polisi wote. Okay. Kuna mikutano yetu ambayo imefanyika ambayo imekuwa ya amani. Kwa mfano kule Busia, polisi walitupa ulinzi. Unaona? Na tukazungumza tukasema yetu tukaondoka. Hata kama kulikuweko na vitisho katika siku ambazo zilikuwa zinatangulia huo mkutano, tulikuwa tunatishwa sana. Tukasema sisi tunakuja kwa amani, tutafanya mkutano na tuondoke. Hicho kiwanja tumekiwacha pale. Okay. Wengine pia wakiwa na maoni yao ama wakitaka kufanya mikutano yao, hatuna shida na mtu yoyote, wacha mikutano iendelee. Lakini jambo ambalo linatufedhesha ni kwamba kwa mfano pale Kitengela, pale Kitengela unaona umati mkubwa wa watu kama hao. Kwa nini utupe tear gas pale? Tulikuwa tumefanya makosa gani? Tear gas ile ilipotupwa kukakuwa na mkurupuko wa watu. Unajua ile stampede hata ni dangerous kushinda zile bullets. Sure. Watu waliumia pale. Watu wengine tukaambiwa kwamba kuna ndugu yetu ambaye anaitwa Ayomo, Vincent Ayomo alipigwa risasi masaa mengi baada ya huo mkutano kutibuliwa. Kwa sababu mkutano ulikuwa tayari umeisha. Okay. Huyu jamaa anatoka kazini tu anatembea pale Kitengela. Alipigwa risasi masaa kama 4 baada ya sisi kuondoka katika eneo zima la Kitengela. Okay. Makosa yake ilikuwa ni yapi? Unaona? So tunafika Kakamega kwa sababu Kakamega sisi kwanza ni kwa recollection yangu nikijaribu kukumbuka pale katika uwanja wa Malemba sikuona polisi wowote. Polisi niliwaona pale kwa roundabout pale karibu na afisi ya governor, na tulipotembea na wananchi kutoka mji wa Kakamega tukaingia katika kiwanja cha Malemba. Pale ya Malemba mimi sidhani niliona polisi wowote ambao wamevaa uniform. Na wanatakiwa wawe pale kwa sababu tulikuwa tumetoa arafa tayari ya tukaandikia wale wakuu wa polisi katika eneo la Kakamega, tukawaambia tutakuwa na huu mkutano, tunaomba ulinzi. Unanielewa? Okay. So wakati ambapo tu ninapewa microphone namna hii, kunatokea mlipuko pale chini na nikajaribu kuambia umati kwamba wasitoroke kwa sababu tumeamua kwamba Gatonye, Yes. Mikutano yetu lazima itaendelea. Okay. Haitawezekana kutibua mikutano ya Linda Mwananchi kutumia tear gas anymore. Watafute njia nyingine. Nimewapa mfano, wanaweza kujaribu nyuki, wachukue nyuki kule Kitui, wajaribu kuona kama tutatoroka. Hatutatoroka. Ati mkutano uishe kwa sababu ya tear gas. Okay. Na wale ambao walilipua hivyo vitoa machozi, walishikwa na vijana pale, walipigwa sawa sawa. Kama sio Mheshimiwa Babu Owino kuambia hao vijana waliokuwa wakipiga hao jamaa, na walipatikana na pingu, vifaa ambavyo vinawekwa na polisi peke yake. So nikimsikia mtu anasimama anasema Sifuna anajilipua kwenye mikutano yake, na ni mtu ambaye ni kuna watu ati wamejiwekea tear gas. Can you imagine? Yes. Can you imagine? Sasa wao ndio wenye vyombo vya uchunguzi. Nataka nyinyi kama wanahabari, tafadhali mtusaidie. Jinsi ambavyo mnaniuliza maswali haya, mnafahamu muulize Kipchumba Murkomen. Mlitoa statement ya DCI. Siku zimepita kama 7 wakisema kwamba kina Sifuna wana vilipuzi. Yes. Kufikia sasa uchunguzi wenu umeonyesha mko na evidence gani kwamba Sifuna anajilipua? Okay. Mko na evidence gani? Wale ambao walipatikana wakitoa hivyo wakilipua hivyo vitu wa machozi, walipigwa, wako katika mahospitali, hawajahojiwa mpaka leo. Watu waambie kama wamehojiwa. Kama huyo mtu ni Sifuna amemtuma, mimi mwenyewe nikutume ulipue tear gas, tena vijana wakushike wakupige karibu wakuue. Sasa inanisaidia nini? Wewe unaweza kubali hiyo? Yes, yes. Na onyo ambalo nataka tutoe, Yes, kama wanalinda mwananchi, nataka tuombe vijana ama mtu yeyote ambaye anatakiwa atumiwe kuharibu mkutano. Tafadhali, unaweka maisha yako hatarini.
unapotumika kuenda pale ati wewe ndio umebeba vitu wa machozi, unaweza kupigwa uwawe pale. Unanielewa? Kwa hivyo haina haja wewe utumike. Hakuna pesa ambazo zinaweza kutushana na maisha ya mwananchi. Usitumike kuweza kuharibu mikutano ya wengine. Sisi hatutaingilia mikutano ya watu. Sitasimama niseme Mheshimiwa Uchilo yako asikanyage Nairobi. Kwa nini? Aje Nairobi, hata akitaka nitamfacilitate, tafanye mkutano wake hapa Nairobi. Lakini semi kama hizo ambazo tunasikia kutoka kwa viongozi, huo ni mfumo wa siasa ambao tunataka tuuache nyuma. Tunataka tuwe na honest debate and open debate. Wakitushinda kiakili watushinde tu. Lakini hii mambo ya fujo na kuambia wengine wasikanyage mahali pengine, hatuko katika serikali ya KANU bana. Hii ni serikali mpya. So najiuliza tu Mheshimiwa, itakuaje? Kwa sababu wewe unasema mikutano yenu lazima itaendelea. Itaendelea. Wakati upande mwingine tunaona pia ni kama hii maneno ya kutumia polisi itaendelea pia. Naam. So itakuwaje? Kwa sababu sisi tumesema, kwa sababu fahali wawili wakipigana, nimekwambia hata sisi hatujitambui kama fahali. Sisi ni watu wadogo sana. Sijui mbona tunaogopa. Unaogopa Sifuna nini? Nitaongea nitoke kama hapa kwenye studio jameni. Hapa ni kipi ambacho sijasema, na hii platform iko available kwa watu wote. Unaniita Sifuna leo, waite wao na siku nyingine. Inawezekana hata utuite sisi sote hapa. Kila mtu aweze kusema mambo yake. Kwa sababu hiyo ndio Kenya ambayo tunataka kuishi ndani. Kenya ambayo iko huru. Mikutano yetu itaendelea kwa sababu sisi sio waoga. Tunangojea Ramadhani ishe, alafu tupange ratiba, tutembee kule pwani, tutembee katika maeneo mengine. Nataka nimhakikishie gavana wa Migori, tutakuja Migori. Tutakuja Migori. Kama ni kutuua, wacha tuue. Lakini hatuwezi kutishwa bana. Baba akulea watu waoga. Yeye ajipange tu. Tutampa tarehe. Haya. Baadhi ya viongozi wenu wamesema wamepewa vitisho. Naam. Ni vitisho vya aina gani? Nani alisema? Nilisikia wengine wakisema wakati kuna watu wametishwa. Kwa mfano ama Kakamega. Yes. Mimi ninavyojua kwa mfano pale katika bunge la kitaifa kuna watu wametishwa wataondolewa katika kamati zao. Watanyang'anywa hivi vyeo ambavyo tuko navyo. Hata na mimi wanasema hata hii, unajua ninapojitambulisha nasema mimi ni naibu kiranja wa walio wachache. Kuna watu ambao inawauma sana. Wanasema hata hiyo watachukua. Nimewaambia kwamba hizi titles zote ambazo tuko nazo. Mimi nilikuwa najulikana tu kama Edu. Huko Bungoma wananiita Edu. Siku hizi wananiita senator. Nani alinipea hicho cheo? Ni wananchi walinipa hiyo cheo. Nimesema wachukue hizi titles zote wanataka kuchukua kwa sababu mwenye kupeana ni wananchi. Na vile kuna Mkristo mmoja alisema zile ambayo miaka itakayoliwa na nzige tutarejeshewa. Mimi nakuhakikishia Gatonye, chini ya miezi 18 ijayo tutarudishiwa yote ambayo watajaribu kuchukua. Yote tutarudishiwa kwa sababu wananchi ndio wenye nguvu ya kupeana haya titles. Unadhani Inspector General wa Polisi Douglas Kanja yuko dhabiti katika uongozi wa polisi, ama unafikiria polisi wamepoteza uhuru wao? Kufika sasa utendakazi wake ni wa kutiliwa shaka sana, manake mambo kama haya yanapoendelea na kufanyika chini ya uongozi wake lazima jeshi la polisi liwajibike. Sisi tuliweka mkataba na William Ruto MOU ambaye inaisha tarehe 7 mwezi huu. Chini ya siku 6 MOU hii itakuwa imekamilika. Wacha jamaa ambao wanazungumza hakuna renewal ulisema. Amna, kwa sababu nitakuonyesha arafa hapa ambaye ilitiwa sahihi na Mheshimiwa Raila Odinga na Rais Mheshimiwa William Ruto. Arafa hizi natembea nazo kwa sababu watu wananiuliza maswali mengi sana. Sijui kwa wapi hiyo. Wanasema tuliambiwa kwamba ripoti ya mwisho ya jopo ambalo liliwekwa pale ili kutekeleza huu mkataba. Ripoti ya mwisho inamaanisha nini? Ripoti ya mwisho inamaanisha baada ya hiyo hamna lingine la kufanya. Ripoti ya mwisho inatarajiwa tarehe 7 mwezi huu mwaka 2026. Hii ni ile arafa ambaye ilitolewa. Unaona signature ziko hapa. Hii ni signature ya baba na signature ya Mheshimiwa William Ruto. Hii arafa imetolewa tarehe 18 mwezi wa Agosti mwaka 2025. Inasema hapa a final comprehensive report. Sio mimi ama nikupee wewe usome. Soma mheshimiwa na a final comprehensive report detailing the status of the MOU's implementation will be released to the public on March 7th, 2026. Hii ni signature ya baba, hii ni signature ya William Ruto. March 7th ni siku sita tu. Siku sita zimebaki. Kwa hivyo hawa ndugu zetu wakuje watuambie ni nini wamekuwa wakifanya. Na kitu ambacho nataka Wakenya wajue ni kwamba implementation ya hii MOU si kitu cha siri. Si kitu cha siri. Kwa mfano, hii MOU ilisema kwamba serikali itaacha kuua watu kiholela, serikali itaacha kuabduct vijana. Hii ndio MOU, na hii tena nataka nikuonyeshe na watazamaji wako. Signatures ziko hapa ni 2 peke yake. Hakuna signature ya Sifuna hapa. Hii ni signature ya William Ruto na signature ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga.
kuanzia wakati ambapo wametia hii mkataba signature tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025, vijana zaidi ya 24 wamewawa na jeshi la polisi na mikono ya serikali. Okay. Wakiwemo kina Albert Ojwang ambao tumezungumzia hapa. Tutaongeza huyu Vincent Ayomo ambaye amepigwa risasi Kitengela. Hivyo visa vilitakiwa kuwa kitu cha, yani tumezika katika kaburi la sahau. Yes. So huu mkataba ukiwa umekuwa violated ama implemented, si eti lazima kuwe na jopo mahali lije likuambia ati imetekelezwa. Okay. Wewe kama Mkenya ambaye unaelewa kizungu, unajua kwamba vijana bado wanaendelea kuuawa na serikali hii kwa kinyume na mkataba unavyosema. Okay. Okay. Kwa hivyo sisi tunataka tuwaambie kwamba watupee ripoti ya mwisho, wafunge hiyo kibanda, tusonge mbele. Mabeishe. Naam. Haya, Mheshimiwa Sifuna, unaelekea wapi 2027? Ni seneta? Okay. Baadhi ya viongozi wa ODM waliweza kusema kuhusiana na hili swala la 10 point agenda na tarehe 7 mwezi Machi mwaka huu. Labda tu tunaangazia kwamba swala la MOU, because the 10 point agenda of course coming this March, like the SG is saying, we need a detailed report in regards to the implementation of the things that were discussed. But ODM leaders had a different opinion in regards to that. The SG says that's the expiration of that particular memorandum of understanding, yet they insist it will not be as such in regards to not just the debate between, that is Gladys Wanga and of course Oburu Odinga, talking about the MOU and the 10-point agenda, and March, where they signaled that it will now be the beginning, marking 1 year anniversary ever since the two political parties started working together. I don't know if we have that. All right, yes, as we continue to look into that particular issue, of course, you are getting that particular bite to just try and get to understand who exactly was, because when the SG stood up to speak, when he was reading that particular MOU, he said, I want to tell you what it is and what it is not. So who got it wrong? Let's listen in. Mwaka jana, tarehe 7 mwezi wa 3, tulisaini ile MOU. Lakini ule mtu ambaye anakuja kusema ati broad-based government inaisha 7th of March this year, hiyo si ukweli. 7th of March tutakuwa tunafanya review ya mali ambayo tumefika na implementation ya 10-point agenda. Our brothers are misunderstanding the meaning of 10-point agenda. They are saying that when it comes to 7th of March, that is going to be the divorce of ODM and ODA. I'm telling them that that will not happen, and it is to them, because ODM is marking its first anniversary of cooperation with ODA, and that is the significance of the 7th. It is not the report of the interim committee supervising the implementation of 10-point agenda. SG, you said, I want to tell you what it is and what it is not when you are reading that particular MOU on the first day when we actually sign it. Yes. Right now there's different, tones in regards to what exactly it meant. Yeah, so just remind me your name. Brian. Brian, we as lawyers, there is something we say, there is a rule in law that says when the contents of an agreement have been reduced into writing, you do not introduce oral evidence to explain its contents because the document will speak for itself. I am the only person in the leadership of ODM who walks around with this document. And there is a reason, because we must combat propaganda that is detrimental to the interest of the party. That is what our constitution of ODM says. This document here, as I've shown you, this is the MOU. The signature, the signed one. You can see the signatures, the initials of the principals from the first page to tell you that it is the authentic document, that it is not Sifuna running around with something that he has just made up himself. And on the last page, you will see two signatures here. The signature of Raila Odinga and William Ruto. You can see and your viewers can see it. On the very first page, when I was speaking about explaining
what it is and what it is not. On the first page, the document says this MOU does not constitute a coalition agreement between UDA and ODM. It is there in black and white. So I want to challenge anybody who has another copy, you know, maybe they have their own copy, to show us. And Baba himself told you, when he was alive, with his own mouth, that the people who wrote this document are Kina Sifuna. Right? He told you, I am the one, this document was written in my office at KICC. Umenielewa? So, some of these people, I forgive them, because they are not at the necessarily legal minds. Some of them have never read this document. They don't have it. So you forgive them. There is another document that I walk around with, which is what I was showing you, Gatonyi. Yes. This document is the communication that came from the president and Raila Odinga on the formation of the implementation committee. And again, it is the signed copy. You will see the initials of the principals down here from page 1, page 2, and page 3. This communication was issued on the 6th of August 2025. That date is significant for one reason, Gatonyi. Just a few days before, I think it was on the 22nd of July, I was on an interview on Citizen TV. Yes. And I said that this MOU was dead. And I said the MOU died in the police cell here at Central Police Station when they killed Albert. Now, after that, we had a Central Committee meeting, and the thinking in the party was that maybe the reason why there is no implementation of the MOU is because there is no committee to supervise its implementation. And we agreed to set up this committee, and you can see the names of the people in this committee are people that I know. Kina Agnes Zani, she's actually my deputy at the party. Now, the words that are on this document, and this document was signed by Raila. Why are these people putting words into Raila's mouth? If Baba wanted to say what they are saying, that it will be a review and then it will go on, he would have written this here. And that is the reason why when I was speaking at the burial of Mzee, I asked everyone to respect him in his death. Please don't put words in the mouth of a dead person, because he cannot wake up to defend himself. But the document that he left will defend him. This is the document here, and I want to read you just two things. You see, there is a paragraph here. It says, the committee will commence its work immediately and will submit progress reports to the principals every 2 months. Now, have you seen those reports to the principals every 2 months? You are journalists. You would have been given copies of those reports. Unanielewa? Tuendelee. And to a joint Kenya Kwanza ODM parliamentary group on a quarterly basis. How many quarters can you count between the 6th of August and today? So that you should be saying we already have 2 or 3 reports in accordance with the wishes of Raila Amolo Odinga and the president. Then it says a final comprehensive report. I am not an English teacher, but surely, every person who has gone to school understands what a final comprehensive report means. I am not putting words into Baba's mouth. They are putting words into Baba's mouth. It will be given a final comprehensive report, or will be released to the public on March 7th, 2026. After a final comprehensive report, what else can you give? What comes after a final comprehensive report? It's final. So on Saturday, this Saturday, we want that final comprehensive report. And they cannot lie to the public, because as I've said, if there is implementation of the things in this MOU, it is not a secret. For instance, Gatonyi, let me give you another example. We agreed that they would give, in the current financial year, they would give counties 450 billion in strengthening devolution. My brother, have you seen that money? The money that has gone to the counties is 415 billion. It is in public domain. So you can't come then on Saturday and tell us that we have achieved what we agreed. Number two, so nothing has been achieved. Nothing has been achieved, and it is not a secret. And then we had agreed that we must defend devolution in a manner where we avoid clawback. We avoid clawback. Just the other week, my governor is signing away functions that are supposed to be for devolved units for the county government of Nairobi. He's signing them over, and William Ruto, who's a signatory to this MOU, is the one undertaking that clawback. Raila Odinga, surely where he is, he's looking at these people and wondering what went wrong. So it's clear, Mheshimiwa, the government never planned to do the implementation. Then, tunaweza sema, you fell into a trap. It was a trap, and I agree. And I had warned the party
that William Ruto was interested in the optics. When these people speak, they think that, you know, it is actually them who have conflated the MOU with the broad-based government. Okay. Unanielewa? Yes. Because this MOU is not what established the broad-based government. We have explained here to your viewers and your listeners, asubuhi tulikianza hiki kipindi, tuliwaelezea hii broad-based ilianzia wapi. Unakumbuka? Tukisema baada ya michafuko nini. Hii kitu ya MOU on the 7th of March, mambo ya kina Wandai were already in government. Do you understand what I'm saying? I get it. So there is a distinction between this MOU yes. and that issue of the broad-based government. This MOU is not what established the broad-based government. Yes. This MOU was meant to address software problems in the country. I have told you, protection of devolution, protection of the life and livelihoods of Kenyans, including a stoppage of abductions and killings of young people. Yes. That is what this MOU was supposed to achieve. And it says that it does not constitute the formation of a coalition agreement with UDA. Okay, it is there in black and white. So anybody who wants to extend this MOU, I have said it here, I have said publicly, you must go to Bondo and get Baba's signature. No other signature can be appended to extend this MOU. Because Baba, in his wisdom, he would have very well, there is no provision for extension in this MOU. Why did he not insist that Sifuna, you guys must provide for extension? Okay. Because there was a period within which we were to achieve certain things and then start planning ourselves as a party for the next general election. Okay. Tuendelee? Yeah. All right. Asante. Nilikuwa nimeuliza swali. Naam. 2027 mwaka ujao. Mheshimiwa Sifuna anaelekea wapi? Unajua sisi tunaishi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tunaishi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wewe hatujui kama hata tutafika 2027. Jana tumeamka tukapata habari kwamba ndugu yetu Mheshimiwa Joanna Ngeno ambaye ni mbunge wa Emurua Dikir amepoteza maisha yake. Na nataka nichukue fursa hii kwanza. Tungeanza hata hapa. Yes, sure. Kutoa rambirambi zetu kwa familia yake pamoja na yule rubani Were na wenzake ambao wametajwa, nimeona majina yao leo katika magazeti, ambao walipoteza maisha yao. Huu uhai ambao tunao, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba leo tunaweza kuamka. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. So huwezi kuniuliza mambo ya mwaka 2027. Maana yake ni mbali sana. Mimi ninavyojua, ninavyojua, wacha nikuelezee ninavyojua. Nilipewa miaka 5 na wananchi wa Nairobi niweze kuwafanyia kazi katika bunge la Senate. Wakati ambapo tutakamilisha hiko kipindi, nitatoa ripoti. Na unajua sasa kazi yangu ya Senate kila mtu anaiona. Watanielezea wana Nairobi kama nimefanya kazi nzuri ama kama nimefanya kazi mbaya. Kama nimefanya kazi nzuri, watasema nirejeshwe kwenye Senate pale. Unanielewa? Na mipango ambayo tunayo kwa sasa Gatonyo ni kwamba wengine wetu tunahisi kwamba hata hivi viti ambavyo tunashikilia sasa havina maana kwa sababu ya ile shida ambayo wananchi wetu wako ndani. Ya kwamba the problem with the country is not in the Senate or in the county governments. The problem with this country is at State House. And all of us lazima we contribute to making sure ya kwamba tunabadilisha nchi yetu. Mimi najua kwamba kwa mfano unasikia Wakenya wengi wakilalamika kwamba bunge limeteka nywara. Yes. Na ni jambo ambalo wananchi wanalisema. Niliona speaker wa bunge la kitaifa alimfurusha Mheshimiwa Anthony Kibagendi kutoka bungeni kwa kusema jambo ambalo Wakenya wamesema mara nyingi, tena alisemea katika runinga kama hii. Na nitarudia kwa sababu mimi najua Wetangula does not have jurisdiction over Sifuna when I'm outside parliament. How? The Parliamentary Privileges Act does not extend to weddings and shows, divisions like this. You cannot come and tell me that I have violated parliamentary privilege when I'm not in parliament. So it was quite shocking that the Speaker of Parliament, the Speaker of Parliament, si anasema maybe umeongea in a way inaweza leta, ndio nakwambia powers za Mheshimiwa Wetangula zinaanza na kuishia kwa fence ya pale bunge. Hawezi kunifuata mpaka kwa bedroom yangu ati nimeongea na wife hapo, unasema nimeongea vibaya ati nimedhalalisha bunge. Haiwezekani. Those rules and even if you look at the Parliamentary Powers and Privileges Act, they apply when you are in parliament. When we are outside here, there are other laws. For instance, nikikuharibia jina, unanipeleka kotini, unafanya nini? I have defamed you. Nikiongea kitu ambacho kwa mfano kina violate sheria ya incitement, ninachukuliwa na DCI, napelekwa wapi? Mahakamani. Siendi bunge. Bunge zina sheria zake. Na ndio kwa maana unaona hata kule bunge polisi hawezi kuja kukushika kwa kitu ambacho umesema bunge. Sijui kama unanielewa. Hiyo ndio mfumo wa nini iko pale. So ile kitu tulikuwa tunasema ni kwamba
kwa mfano watu wanasema bunge limetekwa nyara. Limetekwa nyara na nani? Ukitaka kulikomboa bunge, unaanza kwa kutengeneza serikali kuu ambayo inaheshimu katiba, inasema there has to be separation of powers. Sure. Unanielewa? Yes. Ukiweka rais ambaye haamini katika katiba hii, ndiye anafanya vitu kama hivyo vya kuweza kuteka nyara bunge. Wale ambao wanapigia wabunge wao kura wanatarajia kwamba wataenda pale kuwakilisha maoni ya wananchi ambao wanawakilisha. Okay. Sio maoni ya rais. Sio maoni ya rais. Hujapelekwa pale kuimba wimbo ya rais. Kwa mfano, ile shida ambayo wabunge wengi watapata 2027 ni kwamba wakati wananchi waliwaambia sisi tunataka upige no, yeye anaenda kupiga yes, kwa sababu anaenda kumfurahisha rais. Na unaona vile rais aliwatupa chini ya basi. Alipoona mambo yamekuwa moto, yeye akaenda akasema wananchi wamekataa hii kitu, sitatia sahihi. But Mheshimiwa, I'll need some bit of convincing how parliament is not part of the problem. Ilhali kila wakati tunasikia sijui senators wanalipwa, wanapokea hongo, mpaka ilifika pahali rais akasema Senate ni soko huru. Sasa ndio nakwambia hiyo soko huru mnafaa muulize nani mwenye kuleta hiyo pesa. Mshai muuliza hiyo pesa ilitoka wapi? Yeye mwenyewe alisema alitoa pesa ama pesa ilitolewa. Sijui kama alisema ilitolewa. Alisema pesa ilitolewa. Ngoja tu. Yes. Alisema pesa ilitolewa. Yes. Mswada fulani sijui upitishwe, kisha sijui chairman fulani akakula hiyo pesa hakupelekea wenzake. Ulimsikia akisema nini? Mmeshawahi kumuuliza Mheshimiwa Rais nani alitoa hiyo pesa? Lakini ndio nakuelezea kisheria mwenye kupeana, mwenye kupokea. Okay. Mwenye kupokea mmeambiwa. Okay. Mwenye kupeana mmeambiwa. Manake huwezi kuelekezea tu kidole bunge ilhali hujatuelezea nani mwenye kutoa hizo fedha. Unaona? Okay. Ile kitu ambacho nataka muelewe ni kwamba iwapo utakuwa na rais ambaye ataheshimu uhuru wa mahakama, aheshimu uhuru wa bunge, inawezekana kwamba wabunge waweze kufanya tu kazi. Kwa mfano, rais mmoja akuja aseme hiyo soko huru amefunga. Watu wafanye kazi. So ukiletewa mswada, kwa mfano ni mswada ambao wewe unajua utakuja kuumiza wananchi wako. Unaona wameweka ushuru kwa avocado na wale wapiga kura wako wengi wa Murang'a ni wakulima wa avocado. What are you supposed to do? You are supposed to say hii itaumiza wananchi wangu, mimi napiga no, si ndio? So tunataka tuwe na wale viongozi wa kitaifa ambao wataheshimu hiyo separation of powers. Okay. Na nawaambia kiwa ama tiba ya Kenya itatoka kwa kutibu kichwa. Okay. Wanasema samaki inaoza kuanzia wapi? Mimi nakumbuka mwaka 2002 ilikuwa mara yangu ya kwanza kupiga kura. Nilimpigia kura Mheshimiwa Kibaki. Watu waliposikia Kibaki ndiye amechaguliwa, unajua kuna vibe ambayo inatoka kwa yule mtu ambaye yuko pale. Mnajua kuna mambo fulani sasa itabidi isimame. Nakumbuka wananchi wakiwashika polisi ambao walikuwa wanajaribu kuchukua hongo pale kwa barabara. Citizens arrest. Hiyo message ilikuwa communicated vipi? Subliminally people know that once you have a proper leadership at the top, there are certain things that are not going to be entertained. Okay. Lakini vile mkimchagua mtu ambaye ana historia kuwa mwizi, mnamjua huyu ni mwizi, ana kesi mahakamani kutokea Jumatatu mpaka Ijumaa, amenyakua mashamba ya watu, kuna kesi mahakamani, mnaweza kudhibitisha. Lakini nyinyi kwa sababu mmekasirika mnasema huyu ndio tunataka. Wewe nilisikia wengine wanasema lakini wanasema mwizi wetu. Ati mwizi wetu, at least yeye anaiba akituletea. Nyinyi wenyewe ndio mwenye kumchagua. Inatuma message gani kwa watu katika hiyo chain yote ya serikali? Hata chifu akiwa hapa nyuma anajua kama mdosi mwenyewe anakata yake, wacha pia mimi nikate yangu. Okay. So still, Mheshimiwa, back to my question. Unataka kuniambia hauna mipango yoyote ya 2027? Mimi siku hizi nikiomba Mwenyezi Mungu, simsumbui na mambo mengi, namwambia wacha mapenzi yako yatimie. Hiyo tu, na naamka naenda kazi. Okay. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu jinsi ambavyo ameyaratibu juu ya maisha yangu, juu ya maisha ya taifa hili, juu ya mustakabali wa Kenya, wacha yatimie jinsi ambavyo yeye mwenyewe atayapanga. Okay. Kwa sababu letu ni kuamka kila siku kujaribu kusaidia maisha ya wananchi iwe bora zaidi. Na kazi ambayo tumepewa kwa sasa tutaifanya. Wale wanalinda mwananchi tunaendelea kushikilia, na nilikuwa wa kwanza kusema kwamba chama cha ODM kina uwezo wa kutoa rais. Na wale wanalinda mwananchi ukiwaangalia wana uwezo, yani hamna mtu pale yeyote ambaye anaweza kusemekana kwamba hawezi kufanya ile kazi. Huwezi kuniambia Gatonye kwamba katika
taifa ambalo lina watu zaidi ya milioni 50 eti kuna watu 5 tu 10 peke yao wanaweza kuwa marais. Huyu Brayo tunaweza mjaribu. Anaweza kushtua. Anaweza kusurprise. Yes, unakuta kwamba yes. kwa sababu ya maono yake na sera zake anaweza kuleta pamoja watu ambao wana ile weledi unaweza kufanya kazi. Okay. Mimi Sifuna nimesomea sheria, mnajua. Mambo ya sheria nayaelewa. Mimi sio engineer wa barabara, lakini kuna maengineer wa barabara Kenya hii. Yes. Watu ambao wanaweza kukuchorea mpango wa barabara zote Kenya ambazo zitapelekea Kenya kupiga hatua. Okay. Mimi si mkulima, ati ni mkulima ndio, nina kashamba kadogo nimeweka miwa, lakini I am not an expert for instance on horticulture, mambo ya avocado, mambo ya majani chai, mambo ya kahawa, lakini kuna watu ambao wanawajua haya maneno. Kuna rafiki yangu sana senator wa Kirinyaga. Senator wa Kirinyaga ni advisor wangu wa mambo ya horticulture. Okay. Ananiambia types za avocado, sijui kuna Hass, sijui kuna hii, sijui distance ya kuweka miti. Yani ni mtu anaelewa hivi vitu. Akikuambia shida ambayo inakumba sekta ya kahawa, vile wanajaribu kuleta sijui payment ya M-Pesa, wanataka kuua sako zenu. Unajua, kwa sababu ukiwa kiongozi, aswa ukiwa kiongozi hapa juu, lazima ukubali kwamba hujui kila kitu. Kweli? Na kwamba kuna watu ambao wanajua zaidi yako kuhusu masuala fulani. Tunaweza kujenga serikali ambaye nikikaa nauliza who is the best person to be the CS for agriculture. Si lazima ikuwe ndugu yangu ama Mluya kutoka Western. Nitakumbuka kwamba kuna mtu anaitwa Kamau Murango ambaye anajua haya mambo. Situmpe kazi. Afanye. Alafu mnajenga serikali ambaye iko led na watu ambao wanaelewa mambo ambayo wanafanya. So mimi kile kitu ambacho nataka kuomba wa Kenya, mtusubirie tu, manake kuna mambo mengi ambayo yatafanyika kati ya sasa na 2027. Utawajibu vipi wenye kuna watu wanasema you have outgrown kuwa senator wa Nairobi? Sijui sasa, unajua hiyo ni watu wa Nairobi wenyewe lazima watatuambia. Wenyewe watatuambia, kwa sababu sasa mimi vile ninajua sijaongeza kilo mahali popote. Nikiamka asubuhi baada ya kupiga shawa nikijipima, bado niko tu vile nilikuwa. Haya, kuna uwezekano unaweza kuwa na ushirikiano ama hata kuingia kwenye United Opposition? Mbona usiwaulize wao waingie kwenye Linda Mwananchi? Nitawauliza lakini kwa sasa kwa sasa mheshimiwa mwenye niko na yeye ni wewe. Tuna focus kwa kitu kimoja kama Linda Mwananchi, kwa sababu hili ni vuguvugu ambalo hata tujamaliza hata miezi 3. Kama vuguvugu hata miezi 3 haijaisha. Hatujui hiki kitu ambacho tumeanzisha kitaishia wapi. Unanielewa? Mimi ile kitu ambacho nataka niseme, tunashukuru kwa sababu tumeona support ambaye hata sisi imetushangaza. Ndugu yangu, nilitoka kanisani kule Kitengela, nilipoingia pale town Kitengela, ule umati wa watu ambao niliona, hata mimi mwenyewe nilishtuka. Unaona? Kwa sababu ile support na mapenzi ambayo Wakenya wametuelekezea inamaanisha kwamba kuna kitu wanakiona. Ile ahadi ambayo tunataka kutoa ni kwamba first of all hatutawaangusha, nadi ile kushikilia na kuwawakilisha, kwa sababu hiyo ndio kitu ambaye wanaona kwa nataka niseme asante kwa kila mtu ambaye amejitolea kwa hali na mali kuweza kupa hii movement yetu. Kuna watu ambao pale TikTok niliona wanajiprintia t-shirt wenyewe, wengine wananiletea pale afisini wananipa, wengine wanazituma kwenye mikutano yetu wanapatia wananchi. Sifuna sijaprint hata t-shirt hata moja. Hata hii nilikuwa nimevaa hii. Nililetewa na mtu kutoka TikTok. Anajiita Abis Wena. Ameprint mwenyewe ameniletea afisini. Unaona? So we want to give thanks. We have received overwhelming support. Saa hizi tuko na invitations za kwenda kaunti zote. Hata kule Migori, governor kama hatutaki yeye asikuje mkutano wetu, lakini wananchi wa Migori wametuambia Sifuna, mkimaliza Mombasa tunawataka katika maeneo yetu. Nina watu waliniambia wanataka kunihost Karatina. Tuende tupige kipindi pale ya kuongea na wananchi. Wameniita Nyeri, wameniita kila mahali. Wametuita sisi kama Linda Mwananchi, na nataka niseme hatutawaangusha. Tutajaribu jinsi ambavyo tunaweza ili kuweza kuzidi kuwasilisha. Mheshimiwa, mnasema one term, United Opposition wanasema one term. So I thought naturally kutakuwa na convergence kwa sababu nia yenu ni moja. Sasa hiyo convergence tumesema lazima iwe based on values, maadili. Maadili hayo tunazungumza sisi, hatutakuwa kama hawa ndugu zetu ambao wanazungumza wewe utakuwa kiti gani, mimi nitakuwa kiti gani. Hapana.
Mimi unajua ninavyojua kitu kinaitwa influence. Influence haimaanishi una nafasi yoyote. Unajua wewe Gatonye, labda hujachaguliwa pahali popote. Bado. Lakini una ushawishi. Bado kwa sasa. Unaweza kuzungumza na wananchi na uambie tunaenda njia hii. Unanielewa? Pale katika maeneo mengi nimeona kama Northeastern kwa mfano. Kuna baraza la wazee tu. Wale wazee hawajachaguliwa na mtu yoyote, lakini wana ushawishi, wanapewa heshima yao. Wanasema wewe Sifuna leo tutakupea governor, kesho ukimaliza tukuweke Senate, uachie Gatonye sasa yeye aendeleshe. Kwa sababu ya ile influence wako nayo juu ya jamii. Sisi kitu ambacho tunataka tufanye Gatonye, tunataka tuwe na mazungumzo ama discussion ya kuingia 2027 iwe juu ya maadili. Kuna serikali ambayo tunataka kujenga, na serikali hiyo ni serikali ambayo inaambatana na maadili haya ambayo kila siku mimi narifaa kwake, ambayo yako katika preamble ya katiba yetu. Ya kwamba Wakenya walitaka serikali fulani. Tulijua kwamba serikali zote zinaweza kujenga stadium. Nimekuambia Moi ilikuwa imeshajenga stadium. Kama tungetaka tungeandika hapa kwa katiba kwamba serikali yenye tunataka ni ile itajenga stadium katika kila kaunti. Lakini kila mtu alijua kwamba there is a software issue ambayo lazima tuisolve. Tukasema serikali ambayo tunataka ni ile ambayo itakuwa inafuata maadili haya 6. Kwanza, kulinda human rights ama haki za kibinadamu, equality ama usawa, freedom ama ile uhuru wa wananchi, demokrasia, kwamba kuwe na demokrasia katika nchi yetu, social justice and the rule of law. Nimezungumzia haya maadili. Kwa hivyo hiyo frame tukishatengeneza hivi, tunauliza Wakenya, mnakubaliana na sisi kwamba turudishe Kenya katika maadili haya 6? Wakisema ndio, tunafaa tukae chini na wale ambao wote wanasema tunaamini kwamba tunaweza kuwa na nchi kama hii. Tuulizane, wewe unatoshea aje kwa hii frame? Mwenzangu Brian. My question will be whether the relationship within the Linda Mwananchi faction and the Linda Ground faction is totally, it cannot be repaired, because you've been on record saying that it will not be you that will break the ODM party. Yes. Right now we are seeing there are different factions. To some extent, some people will analyze it, say from where we are right now, there's no coming back. So is there at some point that you are open to having a conversation with the other side to have an amicable solution to what is affecting the party that Raila Odinga formed? Yeah, so Brian, as if you have listened to everything that I've been saying, you should know by now that we are not the problem. Linda Mwananchi is not the problem. We have never sat anywhere and said Brian is no longer desired in our party. You see, that language of exclusion was never the language of Raila. Raila never stood somewhere and said, if you are tired, leave. We want you to go. We want Sifuna out. He never used to chase people. In fact, he used to be able to bring people to the party. And it takes a lot to convince people to join a political party. And therefore, we are not the problem. For instance, I said, I will not be the one to break Baba's party. I am the victim here, Brian. I was sitting somewhere and I saw on the news the party reading resolution saying they have kicked Sifuna out of the position of SG. Nobody had told me that was on the agenda, or that you have done this and this, come and answer for this. You know, even when they were saying in the public platforms there that I had not exhausted the internal mechanisms. The internal mechanisms of discipline, we have done this 1,000 times. They start with a letter called a notice to show cause. So they have to show you a notice to show cause, setting out my violations, because we have done this before. You remember when some of these members of parliament who went to State House early on, even them, we didn't just kick them out. We wrote a letter to them, signed by the chairperson of the party. That time it was Badi. You send somebody a notice and tell them, we are saying you have violated the Political Parties Act by advocating for the interest of another political formation. Then you are given 7 days to respond. Then you appear before the disciplinary committee. You can bring a lawyer. You can bring a lawyer of your choice. You speak. You defend yourself there. Resolutions are made. They are sent to the National Executive Committee for them to adopt. You know. So these ones, it should show you a notice to show cause when they are saying they had just initiated the process. It's not me, Brian. I am not the problem. And I am saying, as I said at Raila's funeral, I will do everything in my power to keep this party united, to keep this party together. But when you get to a place like this where somebody can stand up and just kick you out unceremoniously, then you have to ask yourself, who really is the problem here? Is Sifuna the problem, or are they the problem? Call them here on this show and ask them if they think we can still sit and talk. But for me, I'm always available to sit and talk.
So you are open to having I a am always conversation? available. I mean, there is really nothing here that is personal. Okay. You know, there is really nothing here that is personal. I have said, in fact, I don't know if I should say this. Brian, we have had very difficult conversations with some of these people. I have told them that all you need to do is to ask me to resign. Say you no longer have confidence in me as USG. I will put in the paperwork. I mean, why all this drama? Okay. Why all this drama? I have said I don't have to be SG. I don't have to be SG. There are other people who can. But this drama is unnecessary. Okay. Yeah. All right. All right, I want us to listen to the issue to do with zoning and friendly fire as far as ODM and UDA is concerned. President William Ruto was talking about this recently. Let's listen to that. Chama ya ODM, wanachama wa UDA, nataka niwaambie msikuwe na wasiwasi. Wale watu watakaochaguliwa, wale ambao hawatapata nafasi, tunajua pia kuwapanga. Mutashindana hapa, yule ambaye atapata kwa mapenzi ya Mungu na kura ya hao wananchi, tutampigia makofi, tufanye kazi na yeye. Yule ambaye hatapata, tutapanga yeye pia, ndio kila mtu achangie, ndio tuende mbele pamoja. Sijui kama tunaelewana my friends. Si mnasema tuendelee namna hiyo? Si ndio? So mimi nataka niwaulize hawa ndugu zetu wote. Mtu wa ODM akipata, yule wa UDA tutampangia mahali. Mtu wa UDA akipata, yule wa ODM tutampangia mahali. Halafu tunaenda pamoja. Ama namna gani? Si mimi naona hapa mmechanganya maneno. All right, Honorable Sifuna, of course, that is President William Ruto in regards to UDA and ODM on issues to do with zoning. Recently, the party leader, that is Oburu Odinga, had said that they had agreed that in the strongholds of the ODM party, then UDA will not field a candidate, and in the strongholds of the UDA, ODM is not going to field a candidate. I don't know if you are part of, if you are part of the conversation within the party in regards to how they need to progress moving forward. What would have been your suggestions as far as this is concerned? First of all, Brian, to clarify to you and to your viewers and listeners on Kameme, I am not part of that negotiations. So I don't know what has been agreed or what has not been agreed. Secondly, it's a very strange form of negotiation. I have never seen it before, that it is happening on public platforms. Whenever we used to do these coalitions with Kina Wiper and the others, all these conversations were had on a table in an environment where people could actually even put empirical evidence to show why in Embakasi South, for instance, here in Nairobi, if ODM fielded a candidate and Wiper fielded a candidate, it would open the door for our opponents to pita katikati. Now, this style of negotiation where we are saying UDA should not field a candidate in Homa Bay, Homa Bay, that is the bastion of the party. So that even if UDA were to field a candidate, nobody should be shaking in their boots. And that tells you that there's a problem. Okay. There's a problem somewhere. Because me personally, if you ask me as a person who runs in Nairobi, do I fear UDA in Nairobi? Do you? Let them run candidates. I don't have a problem. Let them run candidates against ODM because I know the strength of the party in Nairobi. And I know the strength of UDA in Nairobi, especially after the fallout. UDA was largely supported by people who supported Jubilee in the last election. Right now, even if you ask the member of parliament for Roysambu or Kasarani, if they fear UDA in Roysambu, they will tell you they don't fear UDA in Roysambu. Let UDA run. They will not win. That is a fact. So you cannot be negotiating to zone Homa Bay for ODM. That is not something that should be happening. I mean, I'm not familiar with this kind of negotiations, but we wish them the best because you see, unfortunately, Brian, when they speak, for instance, the resolutions that were read in Mombasa, they said that they will speak to all political formations. But you can see that they have already made up their minds. They are going to work with UDA. So why are they pretending? Why are they pretending that they are negotiations? They should just allow us. Those of us, in fact, the biggest problem some of us have is, UDA is a party.
they have their own party leadership, and some of our members of ODM have pledged allegiance to the president. They are saying, why can't they join UDA? Okay. Why don't they join UDA? Okay. Yeah. So acha tuendelee. Mheshimiwa, watu sitaki kusema wengi, lakini kuna baadhi ya watu wenye wanaamini si rahisi kumbadua ama kumtoa rais aliye mamlakani. Yani it's something that has never happened, kitu haijawahi fanyika hapa nchini. Kwa nini uamini inaweza fanyika kwa sasa? Kwanza si kweli kwamba haijawahi kufanyika hapa Kenya. One term. Rais wa kwanza ambaye alipewa one term ni Mheshimiwa Mwai Kibaki mwaka 2007. Wakenya walipiga kura na wakamkataa, wakamwambia tunaenda njia tofauti sana. Okay. Wewe mwenyewe unajua mambo yaliyofanyika pale. Kuna watu ambao wanasema alishinda, hakushinda, lakini Mkenya yote ambaye alikuwa amefikisha umri mwaka 2007 anajua mambo yaliyofanyika. Mwaka 2007 Wakenya walisema Kibaki one term. Now, hatujasema ni rais. Okay. Nani amesema ni rais? Hatujasema ni rais, na hatufanyi mambo kwa sababu ni rais. Sisi vijana tumejitolea kufanya mambo ambayo ni mazito, ni magumu. Inachukua kazi ngumu kuleta marekebisho katika mfumo huu mzima wa kitaifa. Tuweze kuvunja hii makateli yote ambayo iko hapa na turudishe ile system tunaita meritocracy, ya kwamba unaweza kupata kazi pasi na kujua mtu mkubwa afisini. Hilo jambo kwa sababu serikali ni kitu ambayo iko entrenched. Kubadilisha sio kazi rahisi. Lakini sisi tunaweka imani yetu kwa wananchi. Okay. Manake na sisi unajua uzuri wa mambo ambayo yanafanyika sasa, mimi kama mwana ODM I have been in this position before. In 2022 sisi ndio wenye tulikuwa tunajipiga kifua. Unakumbuka wanaazimio, kuna sehemu ambazo tulikuwa tunatoa ambazo zilikuwa za kiburi kweli. Kuna watu walikuwa wanasema hatuwezi uachia mwizi. Unakumbuka hayo mambo? Yes. Wengine hawa ndani ya ODM walikuwa wanasema tumekuwa tukipoteza uchaguzi manake hatukuwa na system. Sasa tuko na system. William Ruto yeye alifocus kwa wananchi tu, kwa sababu baada ya mtu kupewa kura hivi apige alafu aweke kwenye debe. Ndugu yangu, hakuna kitu unaweza kufanya. Wakisha kufurusha wamekufurusha. Okay. Sisi tunaweka imani yetu kwa wananchi. Wananchi ndio wenye kututuma. Wanatuambia Sifuna, tumechoka na mfumo wa serikali uliopo kwa sasa. Okay. Hatujasema itakuwa rahisi. Itachukua very serious thinking, itachukua very serious structures, itachukua very serious messaging na discipline katika vikosi vyote ambavyo vinasema one term ili tuweze kufanikisha hii. Na tumeona mifano katika nchi zingine. Pale I think ilikuwa ni Namibia juzi tu, Afrika mzima. Watu wakisha kukataa kama wananchi, lazima utaenda nyumbani. Mimi kile najua ni kwamba ushindi ambao unahitajika kumfurusha William Ruto ni lazima uwe ushindi ambao ni comprehensive. Naomba wananchi, we cannot leave anything to chance ati elections iwe karibu. Hapana, inatakiwa apigwe na kura zaidi ya milioni 5. Yaani kufikia saa 7 mchana siku ya uchaguzi amekuja pale Talanta kunipatia panga. Anatuambia tunaenda nyumbani, nyeendeni mlinde wananchi sasa. It has to be a total repudiation. Kuna hofu serikali inaweza kujipigia kura 2027. Kujipigia kura namna gani? Rigging. Ndio nakwambia haya mambo yote tunajua kwamba kuna huo uwezekano. Ndio kwa maana ninasema katika hii vuguvugu letu tunakubali kwamba haitakuwa rahisi. Okay. Lakini sisi hatuwezi kuachilia tu tuseme ataiba. Okay. Tutaweka mifumo ya kujaribu kuhakikisha kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki. Tunazidi kushinikiza lile shirika la IEBC na wale wafadhili wao wote wahakikishe kwamba uchaguzi utakuwa ni wa huru na haki. Sisi tunataka amani katika taifa letu. Lakini unajua shida huanza hapa Kenya wakati ambapo wananchi wanahisi kwamba wamehujumiwa katika haki zao. Ya kwamba wamepiga kura na mtu anajaribu kubadilisha kura hiyo. Sisi wote ambao tunaamini katika demokrasia lazima tuendelee kushikilia kwamba tunataka uchaguzi wa huru na haki. Na iwapo mtu atashinda atangazwe mshindi, yule ambaye ameshindwa akubali kwenda nyumbani. Mko na imani na kamati ya IEBC kufanya uchaguzi wa huru? Kuna signs ambazo tunaona ambazo zinatupa wasiwasi. Kwa mfano juzi katika eneo la Isiolo South tumeambiwa kwamba katika shule ya Garbatula Primary wale ambao kura ambazo zilihesabiwa zilikuwa zaidi ya wale watu ambao walitambuliwa kupitia mtambo wa KMSKIT. Tunataka IEBC tupe majibu, inawezekanaje jambo kama hilo lifanyike? Kwa sababu unaona kwamba kutakuwa na shida pale mbele. Number 2, uchaguzi sio kitu ambacho kinafanyika kwa siku moja. They say elections is not a one day event. Sure. It is a process.
mambo ambayo yanafanyika, kwa mfano kuhujumu mikutano yetu, ni ambayo inapelekea kuashiria kwamba ile nafasi ya kidemokrasia inaendelea kushrink. Unanielewa? Tunataka kila mtu apewe nafasi kunadi sera zake. Okay. Watu ambao wanazungumza mambo ya kusema usije mahali fulani, kuna mashirika kama NCIC. NCIC inatakiwa ichukulie hatua watu ambao wanazungumza mambo kama haya. Wanasema usije Bungoma, wanasema usije Kakamega. Kwa nini? Ili hali katiba ya Kenya inamruhusu Mkenya yote kutembea katika eneo lolote. Okay. Kwa hivyo haya mambo yanatupa sisi wasiwasi. Okay. Tunataka tuseme zile asasi zote za serikali, iwe ni NCIC, iwe ni IEBC, waweze kutuelezea kuwajibika kwa Wakenya na kuhakikishia Wakenya kwamba mandhari yatakuwepo ya kufanya uchaguzi. Hatutaki kuona mambo ambayo tumeona katika mataifa jirani, kwamba unasikia yule ambaye ni kiongozi wa upinzani kwanza anawekwa ndani. Yes. Chama chake kinapigwa marufuku. Huko Uganda ndugu yetu Bobi Wine anajaribu kufanya mikutano ya hadhara yote inatibuliwa. Okay. Watu wanapigwa, watu wanashikwa, wanafungwa. Hatutaki hiyo mandhari. Okay. Wacha William Ruto, kwa sababu yeye anaamini na ametuambia wazi kwamba kazi ambayo ameifanya yeye kwa miaka hii mitano anaweza kushawishi wananchi nayo kwamba wampe fursa nyingine. Okay. Sisi hatutamzuia yeye kueleza wananchi jinsi ambavyo wanaona ana deserve term ya pili. Na sisi ambao ni wakosoaji wake, ambao tunaona kwamba inchi cannot just be about stadiums na barabara. Kama unatujengea barabara ndio Subaru ziingie haraka zikichukua vijana wetu, hatutaki hizo barabara. Okay. Wenye tuko na ile counter argument pia na sisi tupewe nafasi tueleze ni kwa nini tunaona inchi haiwezi kukua juu ya majumba tu. Inchi ni mwananchi na lazima mwananchi awekwe kipaumbele. Okay. Mheshimiwa, katika siasa inasemekana hakuna permanent enemies or friends. Sijui kama kunaweza kuwa na uwezekano wa wewe ama tuseme the whole group kushirikiana na Rais William Ruto as we head into 2027. Is it possible? Kuna uwezekano? Lazima unielezee tutakuwa tunasikizana juu ya nini. Manake maadili ambayo tumezungumzia hapa na yangu na yake ni mambo tofauti sana. William Ruto ana mtazamo tofauti sana kuhusu serikali. Yeye anaamini kwamba akishajenga soko pale Homa Bay, haijalishi kama ameua Albert Ojwang kwa jela pale. Unaona? Na sisi tunaamini afadhali umwache Albert Ojwang pale ili kama umemjengea soko aweze kutumia hilo soko. Okay. Kwa sababu sasa yeye yuko kwenye mchanga, hiyo soko hawezi kutumia. Tunataka tuweke mwananchi kwanza, kwamba ukiangalia hii katiba yetu, jukumu la serikali kuu ni kulinda mwananchi. Nataka nikusomee hiki kipengee kingine hapa juu. Inasema hii ni commitment ambayo tuliweka. Okay. Committed to nurturing and protecting the well-being of the individual. Naanza na the individual, mwananchi kwanza. The family, then the communities, then you go to the country, the nation. Okay. Unaona? Yes. There is a reason why haya mambo yamepangwa jinsi ambavyo yamepangwa hapa. Unaanza kwanza na mwananchi, alafu tunaenda kwa familia yake, kwa community zake, alafu katika taifa letu zote zima. Kwa hivyo unajua, ndio maana chanzo kikuu cha shida zangu zote ndani ya chama cha ODM ni kuuliza, huyu William Ruto mnasema mnataka tumuunge mkono, maadili yake yanafanana vipi na maadili ya chama cha ODM? Hiyo tu. Kwa hivyo kwa sababu that door is correct. Kama ni kuzungumza kuhusu wizara ambazo mtatupa, hiyo mnaweza zungumza na mtu yeyote. Lakini baba alisema you work with like-minded people. Mnatembea na watu ambao maadili yenu yanafanana. Chama cha ODM kwa mfano, kama sisi tumekuwa tukijipigia debe kwamba sisi ndio chama cha demokrasia na kulinda haki za binadamu. Nawezaje kuwa ndani ya serikali ambayo inaweza kuchukua tear gas itupe ndani ya kanisa? Does it sit well with my values as ODM that I am in a government that can do that? Ya kwamba ati kiongozi wa upinzani anataka kufanya mkutano, mnapiga risasi watu wanawawa kule Kitengela na kule kwingine na kupiga tear gas. Serikali ya ODM haiwezi kuruhusu hujuma ama clawback ya devolution. Kama rais angekuwa ni mwana ODM, hawezi kusign transfer ya functions na governor hapa. Angechukua pesa ambazo anasema ako nazo hizo 80 billion, aseme sisi tunaamini katika mfumo wa ugatuzi, governor chukua hizi pesa, jenga barabara. Na tuutafute uwajibikaji juu ya fedha hizo. Lakini kumchukua Musalia Mudavadi umfanye akuwe governor kupitia mlango ya nyuma, hiyo kama mwana ODM hatukufunzwa hivyo na baba. Actually, wacha tumalizie na Nairobi. Penye unawakilisha kama seneta. Kwa uaminifu kabisa mheshimiwa, unafurahia hali ya sasa ilivyo? Siwezi kusema nafurahia hali ya sasa ilivyo, kwa sababu kuna shida nyingi sana katika kaunti ya Nairobi. Na tuna changamoto nyingi sana katika kaunti ya Nairobi. Kila wakati ambapo tunapata fursa kama seneti kuweza
kufanya mazungumzo ama discussions na county governor, anatuelezea zile changamoto ambazo ako nazo. Lakini kwa sasa ukisikiza wengi wa wananchi hawajaridhika na ule utendakazi wa serikali iliyopo kwa sasa hapa Nairobi. Lakini kwa nini unapinga? Kwa sababu serikali kuu ilisema it's not a transfer. Naam. Wameingilia kusaidia na kurudisha hadhi ya jiji. Kwa nini unapinga? Wacha nikupe sababu 3 ambazo tunapinga. Kwanza niseme tumeweka wazi kwamba hamna mtu ambaye anaweza kupinga ama kukataa maendeleo. Jambo ambalo tunasisitiza ni kwamba maendeleo hayo yafanywe kwa mujibu wa katiba na sheria zilizopo. Kwa mfano, sheria ama katiba ya Kenya katika kipengele cha 10 kinahitaji kwamba ukifanya mkataba kama huu ambao umefanywa kati ya Sakaja na William Ruto, unahitaji kuwahusisha wananchi kwanza. Haiwezekani Gatonye uende umeandika mkataba then ukuje useme unafanya public participation. Hata baba mwenyewe akifanya hii MOU alianza na kuzunguka Kenya nzima kuchukua maoni ya wanachama wa ODM. It has to come before the signature. Hawa ndugu zetu wawili, Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Governor, wanaenda pale State House wanaweka signature kwa agreement. Alafu sasa wanakuja wanaambia watu wa Nairobi wanafanya public participation. Na unajua mkataba kama huo niko sure ilichukua muda kufanya negotiations. Kwanza from the initiation of the idea to even drafting the agreement. Ingewezekana kwamba Gatonye, ingekuwa ni mimi, ningewaambia wana Nairobi tuko katika mazungumzo ambaye inaweza kupelekea sisi kuingia katika mkataba huu. Na ndio hii draft hapa. Kwa wiki 2 ambazo zinakuja, naomba kupitia bunge letu la county tuweze kutoa maoni kuhusu hii idea yote nzima. Hawakufanya hilo. Wanafanya public participation baada ya kutia signature. Na mahakama zetu tayari zimetuambia kwamba public participation si kitu ambacho ati unaweza kuchagua tu kufanya iwe cosmetic. Lazima uwahusishe wananchi. Kwa hilo peke yake, ndugu yangu, mimi najua kwamba kama mtu ambaye anaelewa katiba ya Kenya haiwezi kukua sawa. Jambo la pili, wewe unasema hawajafanya transfer na wanatuambia hawajafanya transfer. Lakini ukisoma ile agreement ambayo wameweka, wamechukua kazi fulani ambazo zinafaa zifanywe na county, wameweka chini ya kamati ambaye inaongozwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi, ambaye he is not a member of the county government of Nairobi. Ile Urban Areas and Cities Act inasema ndio serikali kuu inaweza tambua standing special ya Nairobi na itoe msaada fulani, kwa mfano kwa kufanya mambo kama barabara na mambo mengine. Inakubalika, lakini lazima county iwachwe iendeshe hizo functions. So ukichukua pesa, kwa mfano kama ulikuwa unataka kutupatia pesa, na utanipa muda kidogo nieleze hili. Kuna hiyo special need ya Nairobi, kwa mfano wamesema we need street lights. Ni nyingi, tunakubali. County ya Kiambu inapokea pesa speciali ya kujenga county aggregation parks. Unanielewa? Nairobi haipewi hiyo pesa. Kwa nini? Sisi priorities zetu ni tofauti. Si ndio? Kuna counties ambazo tukianza hii mambo ya ugatuzi 2013 hawakuwa na headquarters. Nitakupa mfano wa Mandera. Walipewa pesa special ya kujenga county headquarters. Sisi kwa sababu tulikuwa na headquarters yetu hatukupewa hizo fedha. So tunawaambia ya kwamba ukishagundua kwamba unahitaji pesa special iende kwa function special, wanasema conditional grant. Unaweza kutoa pesa unauseme tunatuma hii pesa kwa county na hamtafanyia lingine lolote ila kufanya nini? Kujenga street lights. Lakini wenye kufanya hiyo kazi, kwa mfano Mandera, mwenye kujenga hiyo county headquarters hakukuwa PS wa environment. Hapana, ilikuwa county government. So immediately they introduced that committee there. They are violating the law. And that's why we are saying it is possible for us kutumia ile County Additional Allocation Act ambayo imepea county ya Murang'a na county ya Kiambu aggregation parks, tuingize kwa column ya Nairobi pesa ambazo zinaenda kufanya barabara za Nairobi, kwa sababu tuko na headquarters ya nchi hapa, na iende kufanya street lighting. Sijui kama umenielewa. Nimeelewa. Wacha nimalizie na swali kutoka kwa msikilizaji wetu kutoka Kiambu, anaitwa Charles Kagoshi. Naam. Anauliza swali, anasema as a Kenyan leader, kama kiongozi wa nchi, uko na wasiwasi kiasi gani kusikia kuna foreigners, RSF, sijui kina nani, wamepewa passports, wamekuwa sasa kama wa Kenya. Una wasiwasi kiasi gani? Nina wasiwasi mkubwa sana, kwa sababu ni jambo la kutamausha hivi vitu vitambulisho, kwa mfano vitambulisho na passport. Tena nitakurudisha kwa katiba. Ni haki ya Wakenya sisi
wa Kenya. Yes. Tunapewa sisi kama wa Kenya ili kujitambulisha kule nje tunaposafiri kwamba sisi ni wa Kenya. Na passport yenu, unajua passport iko na ranking. Unajua kuna nchi ambazo wakisikia unatoka Kenya watakuwekea vikwazo kama tuseme una visa, Yes. ama upekuzi zaidi, kwa sababu passport yenu ikiwa available kwa wakora inaendanger sisi wote kama wa Kenya. Itapelekea kwamba utaona nchi zingine zinaanza kutuwekea vikwazo. Na hiyo story ni ya kutamausha sana, kwa sababu nilikuambia ya kwamba mkiweka samaki kichwa kuoza kwa samaki kunaanzia kwenye kichwa. Wakati kichwa kiko na shida, wanafungua mlango wa nyuma huu kwa wahuni kuingia katika nchi yetu, na sisi wenyewe ndio wenye kulipa hiyo gharama. Tutakuja kujuta sana kwa kuwapa mamlaka watu ambao hawaheshimu wa Kenya na hawaheshimu nchi yao kiasi cha kwamba wanaweza kuwafungulia wahuni ambao wanajulikana kuweza kuwa na kumiliki hizi hati ambazo ni za Wakenya. Okay. Sina lingine la kuongeza. Asante sana. Nataka kupatia mwenzangu labda anaweza sema kitu cha kumalizia. Okay. Unless I just go back to what was happening yesterday in Migori, and CS Mbadi stood up to speak to the masses, and he said, calling out Siaya Governor James Orengo, of course, who is also part of the Linda Mwananchi faction, and says he's part of young people who have no clear direction. They don't know where they are going. They don't know where they are coming from. I don't know, calling you somehow a confused lot within the political party. You know, Brian, I'll give you a very simple answer. Baba used to tell us that we have to grow thick skin. He told me that you must get used to being insulted, to being criticized, because he himself, Raila, was one of the most insulted and criticized leaders. Every decision he used to make attracted support and the wrath of people in equal measure. So as SG of ODM, as a senator of Nairobi who is paid by taxpayers, I expect to be criticized. Yeah. So people will call us names, I have said. But that is not something that should bother anyone. We expect that we will be called names. Unajua kuna mwanamuziki aliimba wimbo hapo akasema wamejaribu kuharibu jina imekataa. Wamejaribu kuharibu jina imekataa. Watatuelekezea cheche za maneno. Watatuwekea allegations, watatuita majina. Sisi kile kitu ambacho tunataka tuhakikishie wa Kenya, tutafocus, kwa sababu haya mambo yote tunaelekezewa ni kwa sababu ya kusimama kwa ukweli, kusimama kwa mwananchi. When you run out of arguments, ndio unaanza matusi, ndio unaanza fujo na kutisha watu, unasema msikuje mahali fulani, msikuje mahali fulani. Sisi yetu ni focus, kuhakikisha kwamba tunaweka mikakati sawa ambayo itahakikisha kwamba tunafaulu katika yale ambayo tumesema tunataka kuyafanya. Alright. So wako uhuru. Mimi hata sisikiangi vibaya. Okay. Mnaweza mtuite majina, mseme tuko confused nini. Hiyo confusion ni yetu, ni sawa tu. Tutaendelea sisi. Okay, one final question will be in regards to, because you say we have to understand how many Sifunas we have out there. Absolutely. And, you're closer to 2027, you're just edging closer. What will be the timeline for the Sifuna nation to understand, to have that, a clear map and say, okay, this is the direction you're taking, this is what we've been able to do. Are there plans in regards to making sure that we get to understand how many people are behind you before you make any other communication in regards to the direction? Actually, Brian, it's good that you have reminded me about that. This week we should be launching that platform that will be able to harness all the support that we have gotten, so that even those who say they want to be involved in this movement, they want us to be in their areas, they want to host us in all these places that I've told you, those invitations. We have to find a way in which we are able to communicate to each other, to be able to participate, because it is not about Sifuna, it is a movement for the country. And we are hoping that that platform will be able to sort out a few things in terms of answering the question of how can I be part of the movement and how can I help? Because those two questions are the questions that I am asked the most. So we are hoping to find a way, and we are working with very brilliant young people who are proposing simple yet effective solutions for us to be able to harness all the support. And I have said that we really, really appreciate all the outpouring of the support. We will make sure that we have a way in which that we interact, and we are able to know
when you're saying sisi ndio Sifuna, how many are we? Because in politics, how many you are is what determines what you're able to do. So we are hoping that we should be able to begin that census of Sifunas this week. All right, thank you so much, Honorable Sifuna. Of course, I saw a comment, somebody says, you should go for the presidency, kama ni kuchanga tutachanga. Yes, that is the spirit. All right. Asante, tutafikisha hapo. Asante sana kwa wasikilizaji, watazamaji wetu. Kunao wenye walikuwa katika radio Kameme FM, wengine wamekuwa katika runinga. Mheshimiwa Sifuna, asante sana, tunakutakia kila la heri. Thank you so much. Brayo, asante. Thank you for having me. Asante. Tunashukuru. Kameme TV. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Why wait for fun?